mwangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anjua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe, wewe yote kwangu. Yawe, wewe yote kwangu. Yawe, wewe yote kwangu. Yawe, Wewe yote Asante sana. Ewe yawe, wewe ni yote kwangu. Karibu sana ndani ya KISA Hot TV. Karibu sana kama kawaida.
unapowakilisha rekodi yako na kukaribisha moja kwa moja. Karibu sana unapowakilisha rekodi yako. Mimi niko hapa ndani nimejazia kama kawaida. Karibu sana mtu wangu, nakwambia kwamba hali imekuwa short tangu tuanze katika wiki iliyopita siku ya Ijumaa, Jumamosi kumradhi, ambao tuweza kuzungumzia mambo mawili matatu. But I thank God again, it was on which day? It was on Friday. Yeah. That's the time we were here. I want to appreciate God for what he has done for us. Indeed, yeye ni Mungu mkuu, Bwana ametuwezesha hiyo. Wewe ni yote kwangu. Nataka kushukuru sana kila mmoja ambaye ashafika ndani ya nyumba kama kawaida ndani ya KISA Hot TV. Mimi hapa kama kawaida naitwa Ndikukurikutu, nimeshafika ndani kama kawaida. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Asante sana kama unawakilisha rekodi yako, ushafika ndani ya nyumba kama kawaida na kukaribisha moja kwa moja katika rekodi yako unapoiwakilisha. Unajua kwamba tumemisiana tu, missement ziko pale. But kama ushafika mtu wangu, nakwambia kwamba tuma salamu 2-3, tambua mtu ndani ya nyumba, mwambie kwamba uko ndani, uko mzima kabisa, na ukaanza kushtua kwamba tuelekea hadi wapi. Sawa sawa. I know that imekuwa long time tumemisiana pale, watu mwage salamu kule, watu salimiane kule, kumradhi, tuweze kujuliana hali kwanza, kisha baadaye karibisha watu watatu ndani ya show. Chukua link, share pale, like, fanya vile tunafanya kama kawaida. Sawa sawa, yaani usiweze kuogopa. Kama wewe ni mgeni past, karibu sana tena ndani ya nyumba kama kawaida. Ila iko ni prudani ndani ya prudani raha mura bana, kwani iko vipi mtu wangu? Nakwambia kila kitu kipo shwari, kila kitu kipo shwari katika mchana wetu wa leo. Nataka kukaribisha, kuna baadhi ya mama ambayo kuna kitu mwingi imetembea pale mtandao, kimeenda viral, yani kila mtu ameshtuka bana, vipi yani jamani, kwani yani mwanaume bana unajifanya mwanamke unakula afya ya 1344 bana, hey unakula gari mzima na una meza jamani, hey. Anyway, I want to welcome you into the house, all of you, wherever you are. Kama kawaida, naenda kuwaletea clip hiyo. Jamaa amejitokeza leo akasema kwamba that's not me, si mimi jamani, but nilikuwa napitia picha zake, picha anakataa, lakini picha zinafanana na zile picha ambazo zilikuwa tumeenda viral za huyu mwanaume. Ni mwanamke, picha ukiangalia zinaonekana kama mwanamke, but ukiangalia picha na video yake vile jinsi ambavyo anachereza, sura ni ile, lakini mimi sijachachi kwa hivyo. Na nasema kama watu pia wanaweza kufanana, si ndio? Anyway, sijui mwanako ni yapi. Nataka tu nifanye hivi, nataka tu nikiomba nikupatie clip hiyo. Jamaa amejitokeza leo amesema kwamba jamani, vipi watu wangu, huyo si mimi, watu wananitumia hapa vibaya, that's not me. But again we want to kuzungumzia mambo mawili matatu. Yani kwani siku watu wanakuranga afya, we know already sio kwa nakura afya, yani how come you kama wewe, of course mwanao huyu kukura afya na shida, you yourself unatuma yani unatuma tu gari mzima 344,000 gari, mtu anakula gari jamani, yani atinifia ya flights jor watu kuna mpaka simu bana. Watu mko na roho safi. Itoe watu kama hawa bana wapi? Anyway, wacha nikwalete clip hiyo jamaa. Okay, wacha niombe. I want to pray before niweze kuleta hiyo clip ya hiyo jamaa siku hii ya leo. So, I want you to believe as I pray, and then tuweze kuleta kitu ya jamaa hivi leo. Okay? Funga macho na tukaombe. Mtakatifu Shemdele, pokea sifa zako. Asante kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya kibali na uhai. Umetuwezesha mtupigania kwa kila jambo. Hakika wewe ni mwaminifu, hakika wewe ni peneza. Asante kwa umetuwezesha kwa kila jambo tangu tulipoachana katika wiki iliyopita, na hivi leo tumeweza kupatana katika wiki hii tena, ikiwa siku ya Jumatatu. Bwana, leo ni tarehe 13 mwezi wa 9 2021. Tunaomba kibali na neema kutoka kwako Bwana, katika nje, watu wako katika sehemu za Gulf, katika watu wako katika diaspora, tunawaombea neema na fadhili kutoka kwako mtakatifu. Tunawaombea kibali na uhai katika jina la Yesu Kristo, wawezeshe wapiganie kwa kila jambo. Tunapenda kuanza katika program ya siku hii ya leo, wacha neema na fadhili zako zikaweza kutuongoza kwa kila jambo mtakatifu, tena makuu kwa maana unastahili, katika jina la Yesu Kristo. Pia tusamehe dhambi zetu, kwa maana sisi tunatenda dhambi kwa kila wakati na kwa kila ujao. Mtakatifu, asante kwa maana kutuongoza kwa kila jambo, na utubariki, utupigane katika wale wako na magonjwa na shida. Uinue milano upigwe sifa milele, katika jina la Yesu tunakuamini. Amen and amen. Thank you very much. Karibu sana ndani ya nyumba kama kawaida. Nataka kuona pale watu wakisalimiana tafadhali. Watu wakisema high 5, high 3, high 10, tujuliane hali as we wanted to the program of today, as usual, as obvious. Kama kawaida tu. Yeah, we have to talk over this, guys. Yani mpaka siku hizi yani wewe mwanaume kamili tu hivi, unatoa nguvu wapi ya kutumia mtu 1344? Hata ni mrembo aje ameombwa na malaika hata kama ni malaika vipi, yani zamani 1344 unatumia mtu hivi na unatumia mtu gari mzima.
Cheso. Wa, I don't know meaning what is salimia watu wawili watatu. Say high five, say hi 10 to anybody who is you are seeing around you. Ukiona mtu pale kwa comment ameingia, mwambie karibu sana, msalimie. Ukiona mgeni mwambie karibu sana. Tunapiga show pia, wewe shai kitu tembee. Tutaka kufunzana. We want to call men for conference. Wanaume kujeni conference today, we want to lecture at this thing here. There's no way my friend, naweza kuambia mimi kama mwanaume tafadhali ni usinitetee tena, kwa unaniambia sina, lakini mwanamke bana ningekuwa na sura kama mimi si Sudanese, ningejipaka ile rangi ya white, nienda nisonge and then nianze kujifanya hapa mimi okay, nianze kutafuta mtu pale mwenye ako stranded na pesa animwagie zote, nikienda hapo alafu ninunue gari nitembee nikiwa nimekaa. Kwa anyway, karibu sana ndani ya show. Nataka watafutie clip hiyo jamaa. Jamaa amesema mwenyewe kwamba tafadhali, si mimi, but nimepitia picha zake. Jamaa mwenyewe akazungumza kuweka picha zake kule. Okay, picha zake ziko zimetoka mapema. Jamaa kuzungumza, kuna sasa, unajua hii ni Kenya. Watu Kenya ni werefu sana. Kenya sihami. Nakwambia Kenya ndio sitoki, mimi napaki Kenya. Sitoki Kenya. Wakachukua zile picha zake zilikuwa zimeenda viral, na wakati na picha yake vile alikuwa anazungumza kwa kanisha pamoja. Sasa ukiangalia picha na sura mwenye anazungumza bana, hamna tofauti. Watu nete kitu hapa before na wapatie niki mkuja to share. Today tumeingia late but tunaenda kuzungumza briefly. Ni saa 5:29 13th September 2021 Eastern African Time. Mimi niko Kenya na niko KISA, Osongo Chiduka. Anyway, wacha niate kitu ya huyu jamaa amezungumza leo. By the way, amezungumza leo, ako hapa. Yes. Akazungumza leo, wacha nimlete jamaa atuambie kwani we want to talk the truth guys. Yani kama kuna pesa, kuna watu pale jamani wana nguo, kuna watu wanateseka njaa, kuna watu hawana anything. Yani wao wanatumia tu gari mzima tu hivi, yani gari mzima 344k, yani unatumia mtu fry. Yani hiyo ni fair. Na akifika ukimuona, ukisoma katiba utampatia milioni. Watu mko na pesa jamani. Money have money. Wacha niwapatie kitu huyo jamaa, tusikie nasema vipi. We raise our here is Kaita. Man, you should come for conference. You have to come for conference tonight. Kaita. Tuanze vizuri bro. Tuanze vizuri anko. Tuanze vizuri. Tueleze ni wewe ama si wewe? Ni wewe ama si wewe? Guys, so I even don't know where to start. So I'm here to clear up the story of about Kula Fair. I've received a lot of DM. Actually, me did not see that thing. Nilitumiwa na mtu. And then vile alinitumia sikuona kama it's something serious. And then little did I know, my sister called me. So, me that thing, I even don't know where it came from. First of all, I'm not called Justin. I think Justin Kyoko or something from that. Something like that. My name is Kelvin Kinuthia. So story, Justin Kyoko, mimi sijui. I don't know. Second thing, I'm not from Machakos. So, ukisema Justin Kyoko and then you say I'm from Machakos. Third thing, I'm not a Kamba. I'm a Kikuyu. So story, Justin Kyoko, a man from Machakos, mimi, I don't know about that. I am the other thing, no money was sent to me at 344k. It's due for fares, due for what? And I know a lot of people who will, most of the people will believe that story because of the last statement over there. It says the money was meant for due flight going and coming back, and shopping, and buying a new phone. I know most of the people will accept that story because of the new phone that I bought. No one bought me the new phone, so that story is totally a lie. Total lies. I'm not from Machakos. I'm not called Justin Kyoko. No one sent me any money. So guys, that's scam. That's bloggers chasing clout. I'm nothing. I have nothing to do with that story. So please, bloggers, please stop using my name to chase clouds. And I have nothing to do with that story. So thank you guys. Thank you for all the people who have texted me. Kuniambia if that's true. Most of the people have texted me, called me to ask me if I'm okay. I'm okay. I'm not in any police custody. I'm at home, as you can see. I'm not in any police custody or anything. Or I'm with the police. Nothing like that. So that's a total lie or a big lie. I have nothing to do with that story.
And please, bloggers, as I have said, please stop using my name. And thank you guys for all the messages and everything. I love you. Bye. Guys, so Asante. Uncle, umesikia. But we are here to lecture men. Uncle, asante sana uncle, kwa kutupatia ujumbe. We are very happy and I'm very grateful for that. Umeclear hair, umesema ukweli. But we are here tuone tunasaidiana vipi kwa njia iliyoje sawa. Anyway, we want to talk about this. Men come here. Hata nyinyi wanawake kuja hapa. Mmesikia mwenyewe amezungumza. Mimi waeri wasa nikimbia hapa kwa comment section, waleta nikimaliza kusoma comment, ninaachilia link, we come here live and direct, we talk. Okay? What is this? Even if kama ameguza mekileta yeye amesema si yeye. Sasa huyu mwenye anasemekana alituma hizo pesa. You guys, are you very okay bana? Yani sasa send 300 344,000 most special to the person whom you don't know. Sasa mnatoa nguvu wapi lakini? Man, where do you get that energy from? Nahitaji pezo nguvu. Hadi sasa hiyo ni fear flight ya kwenda na kurudi kwanza. Pocket. Na simu. Oh, wow. So anyway, we want to talk over this. Even if it is not real, kuna watu pale wanafaa kuniotapia. Ama kuna wasichana pale wanaitisha pesa ama fare na kuambia if you want to come, mimi sitatumia haya pass, sitatumia gari, nitatumia flight, yani nitumie fare, nitumie whatever, nifanye shopping, ninunue nguo nzuri ndio nikuje. So what is this? So tukikuwa tu hivi. Nani alileta hii kitu? Who was the first founder of this thing that lazima tumie fare? Who was the first person? I'm asking. What in some comment? Titus Mudenai, mark me present kurutu, tv comments hi. Anaitwa Janet Kemunto, habari ya jioni, salama sana, karibu sana. Anaitwa Titus Mudenai, Janet hi. Violet 20, I salute you, they know what my fans wakisi hot nimewamisi tu sana, but I'm in now. Karibu sana, mepotea sana. Tangu yani nisiseme nisimwa yonga Pipi Scan Entertainment people sana tanga nondeme I'm in, karibu sana. Jennifer Keribo anasema kwamba hello, karibu sana. Titus Mudenai kurutu, kwani wanaume sio watu wanaweza kula fair bana, you eat fair. Wiri Kenya anasema kwamba watching from Embu. Embu inawakilisha, karibu sana ndani ya nyumba Wiri Kenya, hapa ndio nyumbani. Jennifer Keribo, money is not an issue, Dennis. Kuna watu wako loaded with pesa and they ain't complaining, and for Kinuthia what a good affair. Hey. Yani, do you know this person mwenye anatuma pesa anatuma fare? Ukienda mfuate vizuri tu hivyo unaweza pata mamaka analala njaa. Kuna watu pale kwa kijiji hawana kitu. You just send 300, si utume mapasi hata 50k. 344 gari. Kare kadogo angenunua kuje nao tena arudi. Double S. Huyu ni mwanaume ama ni mwanamke? Please tell me. Ni mwanaume, mwanamke. Anaitwa Titus Mudenai, maybe ako kin filter, so you never know. Janet Kemunto, tuma link kurutu, na tuma link tafadhali. Natuma link, wote some comment. Anaitwa Titus Mudenai at Janet, hii ni ya wanaume wote please. Yes, wanaume come here for a conference. Okay. Janet anasema kwamba this one is a man. You can hear his Adam Apple. Hey. Anaitwa WAS, lazima unipe transport wa hata zenyu. Anasema kwamba Janet tupe link, wote niwapatie link. Ndio inaweka. Link ndio hii. You eat fair. It start fair. When you eat fair, it start fair. Hey. Even if it is not okay, kama it is right, who was the founder? Kwani mapenzi siku hizi lazima iwe pesa? It is a must, yani just pocket you. Lazima ndio ukaanza kufanya vile unataka.
hii kitu especially mimi when nilisikiza ilinishtua kidogo by the way. So this man, there's a man who is, let me just read that text. Iko hapa. Wili Kenya nimekuona. Wili Kenya karibu hapo nakuleta kwa hapa kwa Mungu shikilia hapo Wili. Hapo ni kama kitu hapa. Let me just read. Okay. Iko hapa inasema hivi. Okay. Wili mambo. Poa sana. Siku umesha vipi mtu wangu? Mimi niko fiti. Na wasikiza tu from Embu. Na si ndo wanaume wenye wanatuma pesa wanatoa wapi? Wengine ndio tunatafuta tuliza familia wao wako na pesa kutuma. Salimia watu alafu kisha ndio tuingie kwa mchadara. Salimia watu, say high five and before tuingie kwa mjadala. Salimia tu mtu yeyote hata pale nyumbani. Salimia tu kutuma salamu. Okay, mimi nasalimia watu kutoka Omni Nyamira Kebirigo. Nasalimia just a minute. Dagot. Hello jamaa. Okay. Naona hapo Msamaru kwa amekuja karibu sana, amepotea wrong time. Since ni kuone gaki. Hey. Marabani. Nenkia lero. Mutenai. Unmute your mic before nipatane kwa kama Msamaru kwa. Niko hapa. Nani huyu anajua Msamaru kwao? Kwanza Mutenai lazima kasi hapa. Lazima. Mutenai. Lakini kwa kwanza niwasalimie hapo studio. Nisalimie Willy, nisalimie Mbosamaro. Mko poa? Hii topic ndio hii nayo inambamba. Hii inambamba hata ingekuwa ni mimi na mimi tumui hiyo fare mimi ningekula tu. Kwa hivyo niko hapa tu leo ni hapa hadi asubuhi. Acha wengine wasalimiane. Okay. Mbosamaro kwao karibu sana. Mbia asante sana. Habari ya kila mtu, habari mdienei Willy na kila mtu. Hii ni moto leo. Hii waka. Alikula fare 344,000. Yani yani na alafu anaongea ameenda akashukwa ga Kenya sawa nega akaenda akashukwa nywele Kuna picha nimeona. Hai. Wacha nikuulize. Hivi nikuulize upate ni mtoto wako ameenda viral. Yaani unaenda kufungua Facebook unapata mtoto wako ametumia msichana 344k. Yani there's one thing you cannot lie when you're a man. Adam's apple. That one women we don't have. Men have Adam's apple. Hapa. Once you reach 19 years, it comes up. And once you speak, you will never speak like a woman until that Adam's apple is removed. Sasa yeye amejipeleka hapo, hata she's acting like a woman, but in reality he is a man. Kushukwa sio shida, kila mtu anaweza kushukwa. Lakini one reality you will never lie to God is Adam's apple. Okay. If I wish kuna picha niliona amefunga hapa tu sijui alitoa matito kwa vizuri na hapa kiuno tu hivi akafunga nusu. Sasa is like hizo picha ziko mingi mpaka amevaa style ya wanawake kabisa. Sasa ile unono wake kamfit yani mwanamke. Kisha sawa. Nilikuwa kulala lakini nikaamka nikasema acha nisikilize hii maneno. Advice this wanaume.
Take them to conference. Hata mtoto wako unajua atapata hii. Take them to conference. 344k gari mzima bana, gari. Unatuma gari bana. Osamaro. Advise this man. Unataka wakure fair ama mkure fair? What can we do to save this situation? Mimi sidhani anaweza kula fair. Kwani Kurutu nikuulize? Alitumiwa kwani hii fair na nani? Hii fair kwani alitumiwa na nani? Alitumiwa na mwanaume. Yeye alikuwa mwanamke, ameitisha fair. Hiyo fair yake aende travel from wherever she is, aende kwa hiyo jamaa mahali yako. So far hawajai online, mapenzi ya Facebook, mapenzi ya Google and whatever. Ametuma 344 inunue fair, inunue kwa kurudi ni tena, si gari, ni ndege, na pia afanye shopping na simu. Okay. Marafiki wote rigo, unaona kama utazungumza, najua utazungumza. Najua hivyo. Haya pep. Haya pep. Haya pep. Unmute. Kama kumbali. Usise ito. Mambo. Usise ito amangana makongu. Makongu pipipi. Yaani akatumiwa fair, na hiyo fair si ni mingi. Si nyinyi mnaitisha. Si mnaitisha hiyo pesa. Usise ito utazungumze na rudi kwenyu. Kuntu. Hiyo pesa alitumiwa 344,000 kutoka wapi mpaka wapi? It was from kwani hata mwenye alikuwa anatuma yeye hakukuwa naona, hata hakuangalia hiyo sura, aone hiyo sura ni no. What is deep ndio niwaambie. From Machakos to Siaya. From Machakos to Siaya na from Machakos to Siaya na alituma pesa ya kununua simu 344. Jamaa amebarikiwa mwili, anakaa kama mwanaume, kama mwanamke. Sasa I don't know, tengeneza pale vizuri. Jamaa anaanguka. Kuntu kutoka Nairobi mpaka Siaya ni 344,000. It doesn't add up. Kuna shopping, kuna kununua simu. Pesa ni kuenda kwa Machakos to Siaya, unakwenda na kurudi. Ni fare ya kwenda na kurudi. Unaona? Na ni flight, si gari, flight ya ndege. Kwani alikuwa na kodisha helicopter? Kuntu. Ni nani hii maneno? Ebu Samaru. Sorry. Kuntu. Ebu niambie. Sasa huyu mwanaume alikuwa anapost kama mwanamke? Yes, but actually niko na hiyo, I don't know. Niko na hizo picha zake, unaona ndio alikuwa anavaa kimwanamke. And kuna hizo nguo za kuna kitenge sijui hadi kwa hii ya kufunga. Naona hiyo mimi naona hiyo mwanaume mwenye alikuwa anatuma hiyo pesa. Kwanza mwanaume alikuwa mchinga. Mimi silaumu mwenye alitumiwa. Okay. Kuna watu wanaongea wawili kwa nyumba moja. Wacha niwaambie.
Gusise to shikilia hapo kidogo. Kuna swali ambalo nimeuliza unaposoma roko. Shikilia hapo gusise to bwati raka hiyo. Unazungumza. I want everybody else to listen. We have to give it time. Kusoma roko alipewa na alikuwa anavaa mwanamke. Nguo zake zote kuna mliza kitenga ameshonewa hapa. Imefunga hapa juu na hapa chini. Alafu amependi kwa kitanda. Akapiga picha na amesonga. And then kuna wengine niona pale amepigwa nje. What do we call hizi nini? Trosa jeans na koti yake. Do we call that mode of dress? Amevaa blue. It is blue, yeah. Cool. Amevaa kama mwanamke. Ukiangalia hata uso unaona ni mwanamke. So I don't know. Na kuna posture nzuri sana. I think nimekujibu. But sasa niwaulize. Sasa angekosa kutumiwa hii fare sasa tungediscuss nini leo? Ndio nakuuliza tu hivi. You are some man. Utapenda kutumia pesa mtu 344. Huyo ni uongo. Hakutuma hiyo pesa yote. Kurukundu hebu tupatie, hebu tuambie alituma na M-Pesa. Wote ni some. Siku hapa hii ni kitu tumekuwa kwa mtandao kwa jana. Let me read it from here. Kioko. Anaitwa sijui nani, Justin Kioko. Yeah. See ya with me. Na yeye mwenyewe amekuja amezungumza. Mwenyewe mwenye hiyo kura. Hizo picha zake amekuja amezungumza. Nitawawekea kitu chake. Amesema guys, that's not me. Iko hapo nitawawekea. Watu tunaangalia hapa. Anatakikana ashikwe awekwe ndani. Mbona? Ashikwe kwa nini hajaiba? Ameiba. False pretense. False pretense. Wewe. Ashikwe hakuna. Wish mngeone picha huyu jamaa. Ameiba nini? Virako. Jamaa anakaa amevaa design ya mwanamke. I don't know kama mtu simumeona. Have you seen? This is the guy. You see amevaa mwanamke style. Ukiangalia sura kabisa ni mwanamke. Mtakidura kile. Kwani huyo mwanaume hakuwa anaangalia yeye aone hiyo sio mwanamke. Sasa hata mimi nikiangalia hapa naona kama ingine ndio hii. Mpaka ninaenda karibu na kamera. Kwa hiyo lazima niamke niende karibu na juu itanipeleka time sana nienda ku reflect kitu kwa huko kwa. Akinya sawa nika. Hiyo nimeona hiyo picha kwa mtandao. Nitarudi tukimaliza nitarudi nianze kuperusi. Na perusi nitafute. Akinya sawa nika haki. Hakuna. Hiyo angeona hiyo sio mwanamke. Huyo mwanaume alikuwa mjinga. Nimeona hiyo picha kwa mtandao. Mwanamke akufanya ile tunaita symbol test. A verify. Kwa hivyo mwanaume ndiye alikuwa mjinga. Ni mzuri alikuliwa pesa yake. Kitu gani inasumbua wanaume? Hata kama ngikuwa ni mwanamke. Ni mwanamke. Mwanaume alikuwa mjinga. Hapana, huyo alikuwa con. Hiyo sio kukoniwa. Alikoniwa. Kuruntu aki kuna eko. Kwa hiyo huyu mtiani ako na eko kwake hapo. Kuna watu wengi wanaongea kwa nyumba yake. Sisi tuko rega. Reduce volume yote ya simu yako. Reduce the volume. Valia na kwamba hiyo si vibaya pesa. Sasa vibadilisha hapo.
ongeza volume. Nasema hivi. Manyure. Vile nasema hivi. Gusisa ito reduce volume ya simu yako tafadhali. Reduce volume ya simu kabisa. Gusisa ito. Volume yote reduce kabisa ito equal. Gusisa ito mimi hata simu yangu haiko on. Unatumia nini? Laptop. Oh, laptop. Okay, angalia hiyo tapu, kuna tapu mbili. Tapu ya kwanza, angalia hapo juu kuna tapu mbili. Hiyo stream ya hadi achana nayo. Hiyo tapu nyingine ya kisi hot, mali tupata before ingie live, itoe, iko na echo, ndio itoe echo. Hiyo tapu nyingine, upaki na tapu moja kwa simu ya kwa laptop. Hiyo tapu ya stream ya hadi yenye umeingia nao live. Zingine toa. Aha. Yes. Sawa. But anasema hiyo si mbaya. Hiyo si vibaya. Pesa zinaomba wanaume mfukoni. Sasa mke sawa sasa. Wacha tusikie. I think it's good. Watasema wenyewe. Hiyo si vibaya. Pesa zinaomba wanaume mfukoni. Sasa mke ajibadilishe vile ako hapo. Poa kama ni bwanangu anatuma. Wacha zikuliwe pole pole na huyo msichana. Ajipambe sawa, aone mwingine. Hiyo ni funzo. Esther Nyanduko 344k. Hiyo ni mopo sana. Anasema kwamba amlete kufika pati nimefika karibu sana. Valiana anasema kwamba mimi nasema hakuna shida. Mume ndio mbaya. Mnacheka. So I want us to discuss. Nataka kwanza sasa na mdenai nikuje kwake Busamaro kwa nikuje kusisa ito na mtu yote ambaye atakuja. Of course. Yeye ni mwanaume alikuwa madanganya. But let us assume alikuwa mwanamke. So you kwa kama mwanaume will you just spend 344 kama transport 344k hata kama sio miundo na gold na mad. What do you consider to send money? Pesa zinawauma. Kuna pale chokora wanalala njaa, kuna maskini kule, kuna watu hawana nyumba, kuna watu hawana chakula, kuna watu wanateseka hawana nini. Hapana, lakini kurukuntu mwenye kutuma. Sasa hiyo pesa yote alikuwa anamtumia ni transport peke yake, mimi sielewi. Okay, statement inasema hivi. Wote niwasomee statement. Iko hapa, ilikuwa inasema hivi. Hata mwenyewe amezungumza, nitawawekea clip yake. Mwenyewe amezungumza. Anasema hivi. Machakos man arrested for eating fare, shilling 344k, pretending to be a beautiful lady. Justin Kyoko, a resident of Machakos, is in the police custody for obtaining money through pretense. The 31-year-old allegedly received 344,500 via M-Pesa from Godfrey Owino, who says they had planned for her to travel from Kilifi to Siaya County. According to Owino, the money was to cover, number one, two-way flight ticket, two-way, from Kilifi to Siaya to Kilifi. Okay? Shopping ya msichana, ajinunue nguo nzuri, kiatu nzuri ya kutembea juu ya hewa, ya marashi, and for her to buy a brand new phone. Anunue simu mpya yenye imekuja on market, iko kwa soko saa hii, anunue aende naye. Hey, that's what the use of that money. Umepata? Hey, na mwenye kutuma ako na pesa kweli. Hey, hakuna pesa kwa mwanamke. Unaweza kupata hata watoto hajalipa school fees. Exactly. Lakini sawa no. Lakini mimi niko na swali. Sasa akituma hizi pesa zote kweli alikuwa anajua mwenye anatumia? Unaweza tumiaje mtu mwenye amjai kutana unamtumia pesa mingi hivyo? So si unaona sura. That's what I'm asking you. Mudenai, you are a man. Haujai tuma fare hata, haujai tumia fare, haujai tuma fare. Mudenai, answer tujibu hapa. Umewahi tuma fare?
Mi ikifika hapo kwa fea hapana. Hiyo nayo mimi siwezi. Lakini lakini unajua hata afadhali huyo afadhali hivyo ilitumiwa mwanaume akakula. Na si ladies wanatumianga na wao wanakula na hatuongeangi. Afadhali hivyo mwanaume alitumia mwingine akakula. Mimi nishamaliza. Yaani unatumia mtu mmekutana na yeye online 344,000. Na sasa na pesa zikiwa mingi. Sasa huyo Kioko hawezi kurudisha hiyo pesa. Amesema si yeye by the way. Wacha niwatezee hiyo kitu tena. Wacha niwatezee hiyo kitu tena iko hapa. Amekataa. Amesema that is not me. Amekataa. Ndio hii. Okay. Ndio hii anasema. Ndio hiyo. Guys, so I even don't know where to start. So I'm here to clear up the story of about Kula Fair. I've received a lot of them. Actually, me did not see that thing to me one too. And then to me asked wanna come at something serious. And then literally, I know my sister called me. So I gave me that thing. I even don't know where it came from. First of all, I'm not called Justin. Justin, I think Justin Kioko. Something from that. Something like that. My name is Kelvin Kinuthia. So story mikono anazungusha ni ya mwanaume. I'm not from Machakos. I'm not from Machakos. So mikono ni ya mwanaume. Kioko, and then you say I'm from Machakos. I've said that thing. Hata forehead ni ya mwanaume. So story ya Justin Kioko, a man from Machakos. Mimi, I don't know about that. I am the other thing. No money was sent to me at 344K. It's due for fares, due for what? And I know a lot of people who will, most of the people will believe that story because of the last statement over there. It says the money was meant for flight going and coming back, and shopping, and buying a new phone. I know most of the people will accept that story because of the new phone that I bought. And no one bought me the new phone, so that story is totally a lie. Total lies. I'm not from Machakos. I'm not called Justin Kioko. No one sent me any money. So guys, that's scam. That's bloggers chasing clout. I'm nothing. I have nothing to do with that story. So please, bloggers, please stop using my name to chase clouds. And I have nothing to do with that story. So thank you guys. Thank you for all the people who have texted me. If that's true. Most of the people have texted me, called me to ask me, I'm okay. I'm okay. I'm not in any police custody. I'm at home. As you can see. I'm not in any police custody or anything. Or I'm with the police. Nothing like that. So that's a total lie or a big lie. I have nothing to do with that story. And please, bloggers, as I have said, please stop using my name. And thank you guys for all the messages and everything. I love you. Bye. Okay, I want you to see this. Nimewambia, if you want to know this guy, kuna character akonazo za mwanamke zenye I don't know. Mwevo samara kwao. Miona vile sirei kwenda msungumzanga. Huyu ni mwanaume. Yes, for one, hizo mikono sisi wanawake mikono zetu zimeumbwa kitofauti. That man is a man. Hizo mikono ni za mwanaume. Hata you can tell that hizo mikono kwa manicure, they are not manicure hands. Hata vile Mungu ametuumba sisi wanawake, mikono zetu asiendi hivyo. We know how we behave. Na tena hiyo forehead hiyo yake. Hiyo sio forehead ya mwanamke. Hiyo ni hajawahi shuka, hiyo ni mara yake ya kwanza kushuka vile unaona. Na tena hii kichwa forehead yake imeanzia kakinya sawa na tu. Sasa hata vile anafungwa mdomo, meno ni ya mwanaume. Mkiangalia tu hata vile anapanua mdomo sio ya lipstick. Hiyo mdomo ni ya hiyo lips sio ya lipstick. Mdomo akipanua tu mdomo hivi ukiangalia meno ni ya mwanaume. Alafu hata hizi cheeks zake hizi za chimboto. Hizo cheeks zote ni za wanaume. Chimboto chomo subati are totally different. Sasa amekaa hapo anasema ati yeye ni mwanaume.
na siaweke full tumuone, kwa nini anainama kwa meza? Wacha nikuambie usamaro kwao. Ukiangalia zile picha nilionyesha hapo na hii sura, there's no big difference. But again, kuna kijana anaenda pesa guy. Kuna kijana yeye ako hapa KISA. Sasa I think ndio ako form 4. The guy I remember Tesaday amekula pesa za mwanaume, alikuwa anamsumbua akachifanya naongea na sauti ya mwanamke. I remember akikula 5,000 nikiwa naangalia. I just ndio tu nimpembeleze nimlete kwa studio. Wacha shule zifungu. Nimleta hapa atawaambia on how the way anakulanga pesa za wanaume. There are so many men outside there. Kwa mimi niliwahi ambiwa. Vile niliambiwa story yake akaniambia unataka mimi ni proof wrong. Akaniambia nipatie namba ya rafiki yako mwanaume mwenye unajua kuna pesa na anapenda wanawake. Na nilimpatia. The way this guy alimuongelesha anamsweet talk. Jamaa mpaka anaingia box. Anaenda tafuta picha za msichana mrembo Facebook na anatumia. Akona account fake. Iko na hizo picha peke yake. So the guy akituma pesa from there jamaa anaenda off. You see? So hizi vitu zipo. Yani si mimi no hizi vitu zipo. How can we help this situation? If you have the money. Yani huyo mjamaa kwa hapo KISA. Ako KISA mwanafunzi mwenye anafanya ni tu ako shule. Alipeki mnimlete hapa one day. What should you say? Kurukuntu. Hebu ambia huyo mjamaa okoke. Aki. Kabla useme amwambia okoke, wacha wanaume waokoke kwanza. Kitu gani inawasumbua? Yes. Sasa nani yeye anakula mkate na nini? Na chai kwa nini? Mwambie. Mwambie ukweli. Wanaume kwanza waokoke. Wawache hiyo mambo akiona sura kwa Facebook ama kwa hii vitu mtu anachukuanga picha mahali yoyote anaweka hapo. Wewe ukiona unafikiria ni huyo. Mkikutana na mtu kama huyo unapata kumbe ni mzee. Kwa hivyo wanaume waokoke. Ndio hiyo mambo yote itaisha. Hakuna dawa nyingine. Sasa hata huyo mwenye kutuma hata huyo mwenye kutuma si kuna wasichana Siaya wamejaa. Kwani hakuna Wajaluo pale wamedodosa matako, wamedodosa wanatembea, hakuna watu huko. Wa Facebook ni wazuri. Kamera na kupaka rangi. You look well. Mutianai. Nini mnakula hapa? Huyu Mutianai ameweka mwanamke anakunywa chai hapo na mkate kubwa. Hiyo ni nini anatuonyesha? Ni pipi yake. Mimi pipi yake anakunywa hapa. Usisei. Yes. Huyo Mutianai ameweka nimerudi. Anakunywa chai na kikombe kubwa na mkate kubwa amebeba kwa mkono. Hiyo ni nini sasa? Nimerudi. Huyo mwanamke anakuja kwa skrini anakunywa chai na mkate kubwa saa hii usiku. Kurukuntu. Yaani mimi nimeshangaa. Yaani huyo mtoto ni mKISA. Kuna mKISA mwenye najua anafanya hivyo and nilikuwa nimeambiwa story yake because when kumfanyia interview akaniambia let me just prove it for you. Na within 1 week alipora mwanaume pesa. Vizuri. Aliambia mwanaume alimwambia si nikupigie video call WhatsApp. Jamaa akamwambia mimi yenyewe sina simu niko na kapambi. Na jamaa akiamua kuongea na sauti habadilishangi sauti kwa simu. Anaamua kuongea na sauti ya mwanamke. Ukimpigia sana anakuambia niko karibu na mami yako karibu. Tuongee baadaye. Anajua time yenyewe unaweza ongea naye 2 minutes anamwambia kimami anakuja tuko na mami. Do you see? Jana basa na baba abere higo.
Wacha wafundishwe adabu. Okay. Yani mimi nimeshangaa aki. People, okay, not even that. Even you ladies, mnatumiwanga fare mnakura. Yeah? Mnatoa nguvu wapi? Na who was the founder of this ya kukura fare na kutuma fare? How can we help this generation? Lazima utume fare, mbona usiende na yako? Utalipo ukifika huko. Lakini hata mimi ninashangaa na ni kurukuntu. Kama mtu yani you cannot get someone online and you send someone. You can only do that for your own child or your own wife. Na hiyo pesa hata pengine mimi sielewi. Na mwenye kutuma hiyo ni minister ama ni mtu tu mwenye biashara hapo Kisumu. Hapa sasa hatujajua ni Siaya akona pesa. Hana pesa, hapo ndio hatujafahamu kabisa. Watu wako na pesa. Na hii ya Kioko ni ya ukweli ama ni ya uongo? Kitu yenye mena mbako huko ni ukweli, inaweza kuwa ya ukora kweli. Sasa na si wamesema ati ameshikwa kwa custody according kwa mtandao. Si wamesema wamemshika. Na sasa yeye ameshuka nywele na akavaa viatu ama akavaa longa akinya saone. Suriona Suriona ya wrong yuko alikuwa amevaa. Mwenye kutuma fare alishindwa kutipitisha. Probably he has been doing that and now akashikwa kwa kona. Akaona kutoka Kilifi mpaka ni mbali, wacha hata pana matatu, hata mngojea siku 3 wacha mtumie fare. Hata pengine wako na magonjwa, HIV imejaa, corona imejaa, watu hata hawaoni. Unaenda si pesa, nyinyi wanawake na pesa, sijui ni shetani mgani aliwaroga na pesa. Mnapenda pesa. Wanawake pesa. Tunapenda pesa. Bora. Kwa mfano sasa nikuuliza msamara kwa. Let me just ask you. Your husband anafanya kazi gani? Hebu niambie. You want to marry somebody mwenye ana pesa, lazima utamani mtu mwenye kuna money hivi. Yes. Sasa inategemea na utu ya mtu. Vina vile mtu hii maneno ya pesa inaanzana na kama mtu alikuwa anapenda kulala na wanaume hapa na pale, anapenda pesa, anapenda vitu vya bure, hataki kuamka, hataki work hard, hataki kusoma, vitu kama hizo. Sasa mimi vile nilizaliwa na mama yangu. Mimi nilizaliwa mama yangu akienda kanisa, tukaenda kanisa. Mimi ni kama mtu wangu ni mtu Mkristo. Mimi si kupata mtu mwenye anapenda pesa, mtu mwenye we worked hard from zero. Tulianzia zero. Sasa kama watu wamekuja hapa wako students na wengine wako kwa street wanatafuta pesa online. Hii online. This online thing is really disgusting, I'm telling you. So disgusting. No, it's so unataka kumaanisha sasa hao wenye wanafanya hivyo sasa hawajaokoka? Wenye wanafanya hivyo, if you're a really Christian, you cannot do that. Yani hata your conscience will kill you. Wale wenye matapeli wa uongo. Kuna matapeli wa uongo hapo nje. Wanadanganya watu ati hao ni Wakristo, kumbe huku wanaenda kwa wanakunywa madawa. Si unaona Pastor Mridhi? Pastor Mridhi si ameshikwa amepea mwanamke mimba. Na si alisamehewa. Sasa if you're a pastor, really a pastor, you are going out preaching. You can't do such dirty things and come and stand in front of your sheep. Utawaambia nini? Alisamehewa nini? Hakuwa anatenda dhambi. Na yeye ni mpasta ndio hapa. But inasemekana tuzaane sana.
Anyway, wacha nisome comment mbili hapa, alafu tunaelekea wapi. Okay? Kuna comment mbili nataka tusoma hapa. Zinasema aje? Kuna mtu anaitwa Violin, ako na pesa, hakuna wasichana si haya. Hey, apange hata biashara afanye. Mboga ni mboga, but inafuatana vile unakaanga. Uone mtu kwa screen na and umpe pesa, hapo umekunywa maji brother yangu. Yaani uangalia tu mtu kwa screen na mwambie nataka nitumie, lakini pengine wanatumia madawa kufuruta watu. Esther Nyanduko, mkate mkubwa na kikombe kikubwa. Hey. Mkate mkubwa na kikombe kikubwa. Violin gake pesa wanaume. Ababori. Sasa kwa wanaume hakuna sida. Gaki ense yeiga wa anaitwa Violin, yeye anacheka pale. Anyway, even if kama ni ukweli, so how msumara kwa umewahi kula ya mwanaume? Mimi tangu nizaliwe mpaka nikakuja kuolewa mpaka nimepoa hivi, hakuna, mimi sijakula pesa ya mtu ati naingia kwa mdomo yangu. Okay. Ati mimi nipewe pesa ya bure ingie kwa mdomo yangu, hapana. Kukula pesa haimaanishi ni pesa. Uliwahi nunulia mafuta ya kujipaka? Hapana. Okay. Wacha niende kwake Gusi tusikia anasema nini. I don't know. Espa ni kausi ama ngana ama kong. Esther Nyanduko kurutu ujaruo ni gharama ya wadho. Kai. Gusi Saito. Yes. Umetumia mwanamke pesa? Nishatuma. Tuambie experience. Usitume zaidi ya 10,000. Wacha tuambie. Wacha tuchanue. Tuchanue anko. Karibu sana, tuambie. Sasa ile mimi nilituma. Nilituma na akakuja hivyo kabisa. Kai. Hey. You mean mlikuwa mnajuana? Si ndio? Ni mtu mmoja tu ulitumianga pesa? Ni mmoja tu nilitumia na akakuja namna hiyo. Kwa hivyo unatueleza namna gani? Akakuja namna hiyo namna gani? Alikuwa mwanaume ama mwanamke? Sasa wewe nitatumia mwanaume pesa ni ya nini? Tuma pesa. Ukiona mwanaume akitumia mwanaume mwingine pesa, hiyo ni ngumu hiyo sasa. Yani abantu barwarire metu watu wamekuwa wagonjwa kichwa bachakire gukora bubuchinga ase ubye egoetera. Wewe tusiongee Kichina, mimi sisikii. Asikiangi Kisi. Anyway, Esther Nyanduko. Umetoka huko chini umeingia hapa. 350,000. Mapenzi. Hiyo pesa inanishtua. Inakushtua? Yani gakiti gambateri. Chibese chu urakore metiye kata ekero kago cha kukosebu ya bese yu kao enye obuno bolemo no kuntaka kwagacha. Ngai kurukundu siwaambie huyu. Nimemwambia Kikisi kilinisinya. Bobo samara kwa. Kikisi alinisinya mimi sasa. Mimi ni Mkisii, saa zingine unapata nimeanza kuongea Kikisi kwa sababu nikiangalia kwa mtandao wewe umeweka mic off. Sasa kama umeweka mic off, sisi you are off. So I can speak Kikisi. Wacha tusikie nani Esther Nyanduko kuja. Pede Esther Nyanduko kama mpaka. Basi nimeka off ndo sasa ndo uongee.
Esther Nyanduko kuja hapa. Esther Nyanduko come back. Esther akikuja tumpe nafasi azungumze. We want to hear from her. Esther Nyanduko kuja hapa. Tuambie wanaume wangapi wamekula pesa zao, wamekula fare ya watu wangapi? Usamara kwa amesema hajawahi kula. Between wasichana na wanawake na wanaume. Ni nani anafanya mwingine anatuma pesa? Who is the first one? Sana sana ni wanawake wanaomba. Sana sana ni wanawake wanaomba pesa alafu ndio wanatumiwa, lakini hiyo ya huyo Justin ni ngumu. Hiyo kesi ni ngumu. Si alikuwa msichana? Hiyo kesi ni ngumu haki. Yani hiyo kesi ni ngumu. Hii tapia tumetoa hii tapia huyo Justin hivyo alijifanya mwanamke kwa sababu gani? Labda anajua kwamba itapia inakuanga ya wanawake. Ndio maana ameamua kujifanya mwanamke aitisha fare. Do you see? But for you to win someone to send you that money, you must be very cunning. Okay. You must be very cunning. Wewe tunafuata sheria za Amerika. Si Amerika imekubalika? Inakubalika. Mtende kuja hapa. Ameweka mdiani anaongea alafu anaweka ana mic yake anaweka off. Mdenai ndio. Kwa nini Mdenai anaweka mic off? Anaongea alafu anaweka mic off. Wacha tuambie. Mdenai, wewe unasema pesa ikuliwe, itumwe. Mimi nasema pesa itumwe ikuliwe. Ukiona inatumiwa mtu kama inamaanisha ina mtu wa kukula. Bibi yako anasema ulikuwa unamtumia pesa ngapi? Niliona kikula mkate kubwa hapo na kikombe kubwa wamesema. Huyu mwenye ako hapa hata ashanipeleka hata hasara. Mimi nashangaa ataenda lini. Mtakie simu. Fungua kamera. Mtenai, leta hiyo pipi yako hapa. Nimemwona. Fungua kamera, fungua tuambie. Ameshuka matuta. Unataka kumuona tena? Wanataka kukuona. Yes. Ameshuka matuta na anakunywa chai kikombe ya plastiki na mkate kubwa. Wacha wewe. Ngoja hebu muangalie tena. Wala tuongee naye sasa. Habari yako? Poa sasa. Poa sana. Niko poa. Niko poa. Unaitwa aje? Mimi naitwa Helen. Helen. Sasa wewe unapita kwa mtandao na mkate kubwa saa hii usiku. Wewe usiku saa hii watu wanakula. Unakunywa chai na mkate. Ni chai na mkate karibu. Usamaru wacha kwanza. Hapa mkate kubwa. Helen. Umewahi ngapi? Feo umekula ya pesa ngapi? Ati? Ukula pesa yake ngapi? Fea yao Mdenai umekula pesa ngapi? Imeisha. Fea yako umekula ngapi? Fea ya Mdenai umekula ngapi? Fea. Fea ni mingi na ikitumwa lazima ukule. Unaona vile nakula hii mkate ndio nakulanga fea. Hivyo nakulanga hiyo fea. What can you say? Ukipata mwanamume wako akitembea pale ametuma pesa, what can you react? Unakubali kwamba mtumiwa pesa ama itapita muache? Kama ni wa Facebook ametuma pesa simjui nitakula. Okay. Juu simjui na akienda kuninyonga. So akinitumia nini fare na kula tu hiyo roho safi.
si tafadhali. Umesikia? Mapenzi ya mtandao sasa tunafahamu. Okay. Violet nasema kora rochibesa aba sacha nani? Nani atanitumia kama saa hii? Anza na 966 unitumie kwangu. Mwenye sinauma si urafiki, yani zinakusumbua. Utupe hata kwa barabara. Tupe hata kwa barabara. Zalalala. Okay. Oborere obwate omonene keke. Titomo okay kusika kitimo tio soma kegosi Valian, I'm sorry. Asiki mwacha akule gaki. Kai, tumemwacha akule. By the way, wewe mpenzi mtazamaji, what can you tell? This guy amesema kwamba pesa guy complaining like alikuwa anatumia mwanaume msichana pesa. Mwenye alikuwa amepretend kwamba yeye ni mwanamke, amepiga picha pale safi, amejipodoa kule kama mwanamke. Makeup amepiga nayo. Ameonekana mwanamke mrembo. Amekula pesa kukula pesa. What can you tell? What can you tell people? Yani wanaume nani alikuwa wa kwanza kuleta tatizo na kutuma pesa na fare? Na kama ni hivyo, what can we do? Tunaweza wazi kuweza kusaidia hii situation. Because kutuma 344 nchuko igana ndio kwa libako kwana tafadhali Esther Nyanduko. Esther Nyanduko kuja hapa wewe ninazungumza na kuona vizuri. So what can you tell? Do you just agree? Tuendelea kutuma fare. Watu wakikula. Hiyo wacha ikuwe funzo kwa wanaume. Yani hiyo kitu wacha ikuwe funzo kwa wanaume. Mimi sikudanganya. Ndio wakikutana na mtu online kwanza watipitishe hiyo ni mtu aina gani. Wafanye uchunguzi kikamilifu. Kuna ile test ambayo inafaa waweze kufanya, watipitishe, wajue mtu wanatumia fare ni mtu aina gani. Hata wacha ikuliwe. Ikuwe funzo. Gusiseito. How can you test? Utuseme kozi mtu unamjua. Itise masi mtumia pesa fare mingi hivyo. Right. That is quite a lot of money to waste. Sasa utamchunguza for how long? Kabla utumie mtu fare, kwanza ufanye test. Utamchunguza for how long? Kwani wewe utakutana na mtu online alafu anza kumtumia pesa tu wewe panda ndege kuja? Si ndio hiyo nasema uchunguze hiyo mtu kwanza. Unachunguza kuna watu ambao wamedanganyika namna hiyo lakini wanakuanga werefu. Kuna mmoja ninajua aliweza na sasa tuseme for example mimi niko America, sasa utanichunguzia wapi? Watakuchunguza tu. Uko America na bibi yako anakunywa chai na mkate namna hiyo, mtu wa America akunywa chai na mkate namna hiyo. Online mtu atakuchunguza tu atakupata. Tafadhali kidogo. Usisaidie. Na kitu tulikuwa tunazungumza, kuna mmoja anafanya nini? Kuna mmoja unajua? Kuna mmoja ninajua. Alikutana na mtu online. Akazungumza wakaelewana. Na huyu akafanya testi zake, akachua huyu mtu anamdanganya. Akamwambia sasa wacha tukutane mahali fulani. Wakati alimwambia wakutane mahali fulani, alienda akasimama kona fulani akapiga simu. Ile mtu alipata anaongea kwa simu, si yule mtu alikuwa kwa Facebook. Ama yule mtu alikuwa anakutana na yeye online. Alipata sura mzee. Kwa hivyo kuna test inafaa mtu ufanye kabla uanze kutupa pesa yako kwa mtu. Sio ati kutane na mtu uone sura. Siku hizi watu wanachukua sura yake apate aweke hapo. Anaenda anachukua ya mtoto, anachukua mtu kutoka sijui Masrei Queen anaweka hapo. Unafikiria mwenye unazungumza na yeye ni yule hapo, ile picha unaona hapo. Hizo mapicha watu wanaweka hapo. Mtu anafanya photoshop picha. Ukiangalia hakuna kitu hapo. Kidogo. Usisaito. Mtene kidogo. Sababu network ya Esther Nyanduko inasumbua, anakuja akitoka ni naomba tuzungumze network ikimtoa au washasumbua. Wacha ongee. Yes Esther Nyanduko zungumza sababu network inakusumbua. Karibu sana. Jambo. Okay.
network inanisumbua sana. Habari zenyu? Salama sana. Hata mimi niko poa. Uh-huh. Story ya kukuliwa fe ilianza kitambo. Sasa imeanza, imagine. So sema wenye wanakula fe acha waendelee kukula. Kozi hata yangu mimi ilikuliwaga 50 hiyo ni pesa kidogo, hata saa hii si eti inaendelea kumtajirisha. Yako ilikuliwa ngapi? 50 shillings. Yangu ilikuliwa 50k. Nilikuwa nimemtumia ye brother yangu school fees. Ilikuwa aje? Hebu tuambie. Tuambie ilikuwa aje by the way? Ilikuwa hivi. Huyu jamaa alikuwa my best friend. So venye brother yangu tulikuwa tunasumbuana na yeye mambo na school fees, saa zingine namtumia apeleki pesa shule. So ikabidi nimtumie huyo jamaa pesa, nikamwambia yeye mwenyewe azipeleke mpaka shule. Sasa jamaa mwenyewe venye nilimtumia pesa, alienda tu akapesa vizuri, akachukua pesa na akazima simu hivyo akaenda hivyo. Wacha nikuulize. This jamaa mwenye utumia pesa, wacha kusema friend. No, I wanted to say the right word. Wacha kusema best friend. Sema alikuwa mpenzi. Boyfriend. Yes, alikuwa boyfriend. Mlikuwa mmewaipatana na yeye. Ni mtu tu tunajuana. Ukatumia boyfriend ukamwambia sweetheart 50k peleka school fees ulipie brother yangu shemeji yako school fee. Hiyo pesa inaniumaga mpaka saa hii. Lakini ina shida kwa mtu kama wewe. Kama wanamonga fair. Yoni nimejua kula lakini haina shida. Na? Anyway, kuibia kukura fair yako. Lakini hapana. Ni sawa tu, ina shida. Sasa ilimsaidia wapi? 50 mtu akipata 50k yenye haina tax, si anakula tu. Hii ni pesa mingi bana. Yes. Sasa hiyo si ndio tuna wanawake na ikaisha. Inaingia tu kwa simu yake na anakula. Anyway. Alikula. Sasa wacha turudi kwa huyu. Wacha turudi kwa huyu mtu wa 344k. Mimi hata siamini atalitumiwa pesa kutoka Kilifi mpaka Siaya. Na amepost. Wacha kwanza nisome comment. Nipatiane Masoba TV tusalimie ndio tuingie hapo tuanze kuongelea hii jamaa. Veliani wewe unatumia boyfriend pesa. Wa. Hapo guy. Ede niangalie Masoba TV niko ndani ukoje, karibu sana Velian, amka ndio uongee vizuri. Masoba TV please subscribe to my YouTube channel at Masoba TV. Masoba TV at Varian sasa. Masoba TV ede niangalie jambo. Masoba TV hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai, tufanya nini? Inakuwa yote nyororo. Vilian wanaume okoka kwa pesa yenyu because mtatupa pesa kwa maji. Si nyinyi ndio mnatombanga pesa? Elda Nyangaresi nimefika padi sijajulikana kama nimefika. Elda Nyangaresi karibu sana, ningosi omeleti, nilikuona kitambo, network ilikuwa nakusumbua. Masoba TV, Mudenai, good morning. Ati Gusisa ito, hujambo. Ati Obosamara kwao, hello. Habari zenyu studio. Ikoje Masoba TV, salamu chonsi, pia amewatumia salamu. Karibu sana. Masoba TV before tupate nafasi kwake Obosamara kwao, tuende Gusisa ito na Mudenai na mchocha naye kuja. Emini kuulize Masoba TV, karibu sana, salimia watu, ingia kwa mjadala. Na leta Toto tusalimie mambo Toto. Poa. Uko salama? Mjalala. Umekuwa wapi? Umepotea sana hivyo. Ulikuanga wapi? Umepotea? Karibu sana. Ambia asante. Sema thank you. Ambia thank you. Yes, hello studio. Amjambo. Jambo.
Hey, na nimepotea kweli. But nimerudi. Karibu sana. Nashukuru. Nimesalimia kila mtu pale kwa comments na sijaona mwenye amereply ama amerespond. But natumai mu wazima, afya zenu ni nzuri. Mungu amanemeshia tumekutana siku hii ya Jumanne. Sisi ndio sisi kufika tu hivi. Nakaribishwa. Kila siku nikiingia ndiye ananikaribisha studio. So msishangae kwa nini hajalala hadi wakati huu. Yeye ndiye ananikaribishanga. Nikifika tu hivi the first person ni huyu. Sasa mkuje kuleta mjadala wa watoto nani kukurkuntu. Siku moja tulete mjadala wa watoto tuseme majukumu ya watu kwa nyumba. Sasa Mosobe tunajua mimi sina mtoto. Mutenai atulete mtoto. Tito atulete mtoto Msamaro kwa. Hatuna. Hatuna. Kama hakuna ipo siku atakuja tu. Na akija huwa atapigi hodi. So, asante kwa hii nafasi. Huwa ananisumbua, anishikie simu basi. Shikie hivi. Sawa. Sasa tukiingia kwenye mada, ukiangalia kwenye comment yangu nimesema kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Nilichokuwa na maanisha ni kwamba ni anko kukurukunti. Hebu kwanza ni msoti kidogo nitarudi tafadhali. Sawa. So right. Msamaro kwa tuendelee. Umesikia hiyo? Rispa Gwaro karibu sana. Varian Mosobeti alinisalimia na salimika. Karibu sana. Msamaro kwa. Nimekuja hapa. Now sema the truth. Umesikia? Umesikia msichana amekuliwa pe 50,000. Yaani hapana, hiyo tu hiyo ni rafiki yake alijua ako mali yako ako na pesa wacha akule. Yaani sasa Usamaro anyway Gusiseito. Yes. Just come here. Let these people waambiango ukweli. Ile kitu nitaambia watu ukweli, wawache kutupa pesa tu wako na pesa. Ama asikutane na mtu. Ukikutana na mtu hata kama mkutane physical, kwanza fanya research ya huyu mtu. Ukishafanya research kabisa ndio ufunguke sasa hata kumtumia pesa. Ndio. Unafanya research vipi sasa? Hebu tuambie. How can you do research? Research kuna njia mingi ya kufanya research. Kuna ile ya physical, kuna ya online. Unaweza enda Facebook. Kuna vile unaweza verify kupitia kwa technology, you can verify. Si kila mtu anaelewa na technology. Unaweza kuverify. Mtu akikwambia siku hizi kila mtu anaelewa technology kama kila mtu ako na touch screen. Simu. Kupitia kwa IP address utajua huyu mtu ako pale fulani hapo upande fulani. Sasa kama alikuwa anakudanganya utajua. Alafu kuna vile unaweza kuverify information ya ile mtu ile account ameregister nayo. Sasa akikudanganya utajua tu amekudanganya. Si account inaweza weka hapo ubora pekee yake. Kuna kitu tunaita sasa hizo details zote atakupatia wapi? Sasa ukiona mtu anatumia fake account, huyo ni mkora, wachana na yeye. What? Pesa yako itaenda tu bure. Na hata ukimpigia simu mwambie fungue kamera, umwangalie utaona hii mtu kweli hii mtu. Mwambie cheka kidogo, atafungua meno, utaona hii ni mwanaume. Akinua mkono juu kama alikuwa amefunga mapera hapa kwa kifua, utaona hii kumbe si mwanamke, hii ni mwanaume. Hapo inaonekana. Anyway,
Unajua mimi nimeshangaa hiyo kitu inafanyika huko Kenya mpaka saa. Hata huyo ni Mkurukutu amesema kuna mtu anafanya hivyo Kisii. Yeah. Wacha Masobe eti tupatie mawili matatu tuendelee. Naona Migi champion. Huyu ni Migi champion, nema ni Migi nani? I am Migi. Huyu the one Migi champion. Kukura fia is a serious crime. Serikali ingilie kati. Angalia kama Masobe eti ako diaspora, angalia mtoto Kiingereza. Esta nyanduku at the Valen uko +96 side gani? Anyway, Masobe TV karibu sana. What can you tell these people? Yes, Migi champion nama ni nani? Karibu sana tuendelee. Yes. Sasa Deno, kwanza wacha ni mjibu huyo Edna Nyangaresi. Hii kizungu tunanunua. Mimi nitaongea Kikisi kabisa. Nikiwa mahali popote. Taki nisahau kikwetu. But hizo zingine tunanunua tu, tutakuja kuongea na huko. But twende tu kwenye mada. So nilikuwa nimesema kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. What I mean ni wewe before utume pesa. Huu ni mkate. How can you the whole amount ati juu sasa tumeongeleshana tu, naona huyu ati ni wasamaro kwao. And then ati nianze kutuma pesa hivyo tu bure. Haiwezekani. Hata kama hizo pesa zinakuuma, kuna kitu ile ambayo inafanyika tu hapo yenye hatuwezi elewa. So huyu mwanaume tunaweza sema is not normal. Kwa sababu it's not normal. Huwezi fanya vitu kama hizo. Yes. 344 to and fro. Hiyo pesa. Ati sasa juu tumeongeleshana tu. Huyu hayuko normal. The normal man. Lazima hata wewe mwenyewe. Kwanza ni nani anaenda kutafuta mtu? Sasa Masobe. Na webu nikuulize, alituma hiyo 344,000 Kenyan shillings. Akatuma at fare ya ndege. Yani yani how did he alifikaje paka akamtrust? How do you trust someone to send a whole lot of money? That is now the question. Hapo ndio abnormality inaingia ndani. How can you send kwanza si hata akuje basi ya kurudi utampatia? Unaona kuna kitu hapo inakosa tena. Yeah. Microphone yako iko mbali sana Deno. Okay, I see. Iko sawa sasa. Kama hivi ninataka wakati kamoja ambaye wakati mtu akiingia you have to organize kuenda kiingia. Naona pale Migi champion amefika ndani. Yes, the champion keep up the good job for debate. Karibu sana Migi champion. If it was good, nikupatie linki kwa hapo, fika hapo salimia mashabiki wako hapa, tukiendea kwa mchadara. Migi champion hata kisi hot. Nakupenda sana. Karibu sana. Anyway, tuendelee Masobe TV. Alright, asante. Unaweza patia tu link Migi, hata mimi nataka kumsalimia hapa hewani. Nimekuwa fan wake mkubwa sana. Wacha nimpatie link aingie kwa studio kidogo, hata kama atachukua kama like 5 minutes atusalimie. Niko na neno moja naweza mwambie tu. So, back to the topic. Nasema huyu mwanaume is missing something small. Dogo. Like you can't do all that in the name of love. Lakini love ni blind, lakini siku hizi huwa inaona. Before utume hii pesa, kuna vitu nyingi, kuna CCTV nyingi ambazo utakuwa umefanya kuhakikisha kwamba you are doing the right thing, ama unatuma pesa kwa yule mtu ambaye mnaongea na yeye. Siku hizi huwezi kuamini mapenzi ya kimtandao. Never. So, mimi ile jambo ambalo naweza sema ni walala. Wewe tuambie, sisi ndo unatuambia. Vile nilikuwa nasema, nimesikia kuna mtu mmoja hapa amesema kwamba lazima utakuwa umechunguza kabisa. Utumie all means and ways.
Na sidhani kama unaweza kufikia mpaka mahali unatuma akuje. Ikiwa kama mungekutana mahali fulani, iwe ni katikati, first of all you meet you two, and then from there sasa ndio mtapanga hasa umwalike, umwambie kwamba sasa tushaonana, tushajuana, tushafahamiana, njoo sasa nitembelee officially, ujue kwangu na mimi ikiwezekana kesho ama kesho kutwa nijue kwako. Hivyo ndio kunaenda. Lakini sidhani kama hata nasema this man is not normal. Yes, tunajua tu Ujaluo ni gharama vile wengi wanasema, mtanisamee, but na nazidi kusema si vizuri. Lakini pesa zilikuwa zake. Kama zilikuwa zake, sisi asitulaumu. Asitulaumu kabisa. Vile walianzana tukukua, na vile watamalizia pia tutakuwa. Akimpea hatukuwa tunajua. Lakini imeenda mrama tushajua. Nashamwagika hayazoreki. Tutangojea tu uamuzi wa koti iendelee. Hayo ndio maoni yangu, lakini jambo la mwisho nasisitiza, tafadhali fahamu mtu vyema, mjue. Hata kama anatumia jina lingine kwenye mitandao, lazima una Google tu ujue huyu ni Dennis. Huyu ni Bosamarokwao. Bosamarokwao ni nani? Kwa nini Bosamarokwao na sio jina ingine? Like that. Ndio sasa tuseme sasa tushafikia hapa, we have to meet first. Na tutakutana wapi? Tunasema kama ni Mombasa, nitakuja Mombasa mimi tuonane na wewe. Kama tutakutana Mariakani ama wapi Nairobi, tutakutana katikati. Before kufika hapo tupange sasa, njoo kwangu ama mimi nije kwako. Asante. Right, thank you. Shikilia hapo. Somebody might ask a question. Naona Velian nasema kama Nyanduko, niko Riyadh. Mami karibu Rispa Gwaro anasema Urukuntu. Sasa huyo mwenye alituma hiyo pesa, nani alienda kucomplain? Alianza kucomplain aje mpaka kaenda kwa mtandao? Alianza kucomplain juu ametuma pesa. Ametuma 344. Beautiful lady. Love is blind. Love ni Facebook. Akuje waonyeshane mapenzi. Alete katiba. Watu waone katiba vile ni mrembo. Bana amepata pesa zimeungua, ametumia mwanaume, amejifanya mwanamke. Ndio akaweka hiyo maneno mtandao. Yes. Sasa na huyo mwenye hebu tupatie picha ya mwenye alituma hiyo pesa. Mwenye ametuma kucheka ndio sasa tutapata. Amejiweka unidentified. Majina yake, majina yapo. Ni Mjaluo. From Siaya. Huyu alitoa duka yake yote. Mjaluo ni gharama. Anyway. Na pengine hata huyu mwingine alitumia tu dawa ya kuvuruta mtu ampe pesa. It is really sad. Hakuna dawa kabisa. Iko. Nero, ino nametana kukua na gaki nero iko. Bosamarokwao just wait a minute. Kwani kama mtu anawekea mtu online? Waacha kudanganya wewe. Ask her. Ambie. Yaani wanaongea nayo kwa mdomo. Kuna swali hapo unasikia kuna mtu anataka kuniuliza swali. Nani ananiuliza swali tafadhali? Niko hapa. Na nikusisa iko hapa. Bibi ya mtianei. Mwenye mkate. Niulize swali tafadhali. Niko nakuuliza. Umesema eti unamtumia ya kukuja, ya kurudi, tutakuja kumpatia. Atakuwa sure aje kama utampatia ya kurudi? Si amemtumia tu anfro ya ndege. Ukikosa Museveni amesema ingekuwa ni yeye angemtumia ya kuenda peke yake na amwambia atampatia ya kurudi. Sasa atakuwa sure aje kama atampatia ya kurudi?
You have to agree. Lazima ndio lazima tutaelewana. Nikikwambia kama ni wewe kusinito, hapa lazima we have to come to a consent in the first place, tuelewane na wewe. All right, ukiniambia una fair, okay, nakwambia ni sawa basi, what you do, wacha nikwambia kuja. Hiyo ni after mimi mwenyewe nimefikiria zaidi mara 2 3 ndo nikwambie basi okay, let's meet pale fulani, pale najua hata nikikutumia hiyo pesa sio pesa ambayo inaweza kuniumiza sana vile, sitasikia mbaya, unanipata? So after tumeelewana in the first place, kwa nini kutumia basi ya kukuja na kwenda, na ninajua unakuja huku, sikuje nikupea uende nayo, mimi mwenyewe nikupandishe kama niyo ndege. Anyway, wanadamu ni wale unaweza akakudanganya na akose kukupatia ya kurudi. Alright, mzee shikilia hapo. Shikilia hapo kidogo tu. Just kuna watu timcomment utanimaliza. Esther Nyanduko at Varian niko the mom that year and I'm proud to be plus 966 Saudi. Respect waro any relationship starts with money. Run like a madman. And I'm Biosa. Valiani, Nyanduko, niko Riyadh, nami karibu, asante sana. Respect waro, kama alafu ni prained na inakimbisha watu hivi. What if ungekuwa na macho, dunia simama nishuke, kama Rayaf ni prained, ingekuwa na macho, tungekuwa wapi? Valian, mimi nauliza, ako na mwanamke, na mke ama ni kichana, lakini akili ni nywele, kila mtu ana zake, analala na analalia pesa chini ya kitanda. Rispa waro sasa, hiyo pesa alimtumia kama anamjua ama alikuwa ana date online. I don't get it. Okay, Rispa waro, the money alikuwa hamjui. Hii ni mapenzi ya online, mapenzi ya Facebook, hii ni mapenzi ya Facebook. Mapenzi Rispa waro, mapenzi ya mtandao. Inatumiwa pesa 344k. Kwani iko nini bana? Iko nini? Anyway, nataka nikuje kwa tupatie tu nafasi kile mtu asungumze. Rispa wanasema kwamba kuna echo, mtenai toa earphones. Earphones zako zinaleta echo. Mtenai toa earphones zinaleta echo. Live and direct kwake Busamaro kwa ndio niweze kuenda kwake Busise ito, niende mtenai tena turudi kwake Mosaweti. And then produce coming link iko pale. Okay. Busamaro kwa karibu sana tena tuendelee. Sasa nilikuwa nauliza, yes, mimi haki hiyo 344 kwa Mkenya mwenye anajishughuli na ako siaya, hiyo ni sijui ni biashara ya madawa ya kulevya anafanya haki. Okay. Where do you get all that money to send to people you don't know? Really and truly. Hiyo haki pesa chinchiri nyingi. Arotov. Hiyo pesa ni mingi kutupa tu nje hivyo. Ndio tunakuuliza, what can we do? Samaro, pesa sio shida. Nikukate kidogo tu, hata kama nafasi yangu haijafika, pesa sio shida. Shida ni unamjua? Hiyo swali. Ile biashara anafanya nayo na pesa yake. Do you think he was doing this while drunk? We don't under know the influence. Situation yenye alikuwa nayo, whether alikuwa kwa influence ya kitu yoyote. Kenya aliona kwa huyu ni yeye anajua. Ni yeye anajua hile ambayo aliona ikamfanya atume pesa. Ni yeye mwenyewe aliona. But Kenya alikuwa anafanya, hadi Kenya anafanya, we don't care kwa sababu pesa si yetu. But sisi ile jambo ambalo tunajiuliza ndio kesho mwingine asipatikane kwenye hiyo hali ni, do you know this person ambaye unatumia pesa? That is my question. You can continue. Na kumiri sana. Na kumiri asekene kio monene. Nimeshangaa. Naende ngonya na wewe anchokire yabeire boy go kurukuntu. Bas wacha tuachana na maneno ya mitandao.
Mimi hata ni Instagram, mimi situmi hata picha hata kidogo. Hata Facebook nime deactivate, I'm not even active. Gaki onya matano ba okorera abantu bande igo. Gaki umuno so nonye naje hata kama uko na pesa, utatuma pesa yako yote tu kwa mtu tu akuje na aende 344 na anunue simu mpya. Love is blind. Zungumza Kiswahili kidogo ndio mtene yake atupate. Anasema punguza Kichina kidogo tafadhali. Mtene yako wapi na ametoka online? Ndio kwa comment section so atibasamaro kwao. Punguza Kichina. Aki. Valian. Rispa waro woni upus. How can you send such money to a stranger hata ujasikia utamu wake? Si nyinyi wanawake mkiamua kutuonyesha mapenzi ya picha. Mnaonyesha mapenzi ya picha mpaka mnapata pesa zote. Usisa ito. Hapa utakutana na kifo. Huyo alikuwa anaenda huko na angepata kifo. Mimi sikudanganya. That is hiyo alikuwa na hiyo ni pesa ya haramu hiyo. Hiyo pesa ingeua huyo mjamaa. Alifanya vizuri akakula na akanyamaza. Na kama ameshikwa is fine. Mimi ile kitu ningependa kuambia watu mwenye anasikiza wakati kama huu ni advice tu kidogo. Wakati unakutana na mtu kwanza verify who this person is. Yes. Ukisha verify, then you move another step. If you are in a serious or if you make a serious relationship with that person, usikutane tu na mtu namna hii uangalie sura halafu uruke ndani yake useme umepata. Uchapata kitu. Sura watu wanaweka sura yoyote kwa Facebook ama kwa online. So chukua wakati wako, jua huyu mtu, mpigie simu, muongee, mwambie wacha fungua hata hiyo simu yako, wacha niangalie uso yake. Fanya test tu kidogo kidogo, utaona macho si ya mwanamke ama ni ya mwanamke. Vile mwingine alisema ati hiyo sura ukiangalia, hiyo mdomo, hiyo lipstick ukiangalia, hiyo mkono ukiangalia kidogo tu utajua na utapata majibu. Unaweza kujua mkono ya mwanamke na mkono ya mwanaume, utajua. Sasa mkono kama yangu unawezajuaje kama hiyo yako ni ya mwanaume kitayari? Hata hiyo haishiki maji, haisavisi vyombo, haisavisi manyumba. Nimechomea hapa. Nimekauka tu hivi iko banchore. Kai. Anyway, Rispa Waro. Hello guys. Habari zenu? Salama sana. Vitu zingine lakini mwangaino tali monene. Kiswahili waninje kikisiki na ngaino no mosani chikayera. Sasa yoi. Kiswahili tafadhali, kikisini kigumu kidogo tu kwangu. Whisper. Pole. Yeah. The only friend ni mimi. Don't trust any human being with money. Don't trust any human being with money. Ukisikia tu Yesu anakuambia mambo ya pesa. Ukisikia mtu anataka tu uhusiano ya pesa, mtu akitaja tu hivi na mambo ya pesa, you just run because huyu ni pesa tu ameona, hajaona kitu yenye imemleta kwako. Yeye tu anasikia tu ni pesa, ni pesa. Mimi nikisikia mtu ndio huyo na pesa, manze nakwambia juzi nimetupa pesa yangu kwa sababu ya rafiki mwenye ninajua, mwenye tunashare rote, ananidanganya na anajua hiyo kitu ni fake. Alinidanganya nikaenda kucheza vitu vingine hapo. Nilipoteza around 50. Yeah, 15,000. Zilichomeka tu hivi, na unajua aliniambia wewe jaribu tu na 5k, ikichomeka nitakurudishia. Wakati nilimwambia pesa yangu imepotea, alinyamaza.
Si nilijaribu. Tajiri wa haraka. Sasa unajua ni vile unaweza trust mtu kumekaa na yeye for wrong, mnajuana. Mtu mmetoka mbali na yeye, mtu mwenye unajua, nakwambia don't trust even your own sister, your own blood. Don't trust don't trust them with money. Hii pesa pesa ilimuua Yesu manze. Mambo ya pesa since tani yake huyo mwanaume alinifanya kwanza niko na madeni ya wenyewe, saa hii ninachutia sana. Hiyo ni pesa ya school fees nilikuwa nimeweka mahali, saa hii alinifanya saa hii niko na parents. Niko na madeni juu yake. So mambo ya pesa, yes. Rispa Waro, tuambie what is just tujanue, sababu kesho pia Usamara kwa akidanganywa apata alikuwa shachanuliwa ama mimi. What is this? Just tell us the truth. Just get to the straight point. Okay. Hizi vitu in fact hizi vitu nimekuwa nikicharipiwa kutoka kitambo, lakini mimi sasa nilikuwa ninaogopa na hao wetu wenye walikuwa wananicharipu ni watu wenye sijui, ni marafiki tu wa online, nikasema hawa ni scammers. Juu sikuwabirifu, lakini sasa wakati niliona rafiki yangu sasa mwenye tunakaa na yeye, tuko na yeye sasa, ndio ananiambia usuri wa hii kitu. Hii ni online business breakers. Inaitwa digital trade. So hiyo kitu ni game tu, unaweka pesa, ukiweka pesa inakuletea faida after 3 hours. After 3 hours ukiweka pesa unapata faida. Yani ni kama unauza pesa. After 3 hours inakuletea faida. Sasa pesa. Ngoja zungumze. Yes. So hiyo kitu sasa vile tulikuwa na yeye sasa akanionyesha venye inafanya. Ni kweli hiyo pesa inaleta faida ukiona. After 3 hours inakutumia message receive yani pesa yako you have received your money. Lakini sasa shida ni ku-withdraw hiyo pesa irudi kwa akaunti yako. Hiyo pesa inacheza, unaona vizuri kama ndio hii pesa na umepata faida na pesa yako imefika. Kama example ukiweka 5,000 after 3 hours unapata 300 faida. Unaona? Unapata 300 Kenyan shillings after 3 hours. Sasa mimi nikasema kwa 5,000. What is 300 shillings compared to your 5,000? Wewe nani Punya mansa, wacha kunikatisia, wacha nieleze juu hii kitu. Piga hesabu, hii kitu iko na ingekuwa ni kitu rili, iko na pesa mingi. Unaona, ingekuwa ni kitu yani ya kweli. Unaona, ingekuwa inaleta pesa mingi. Lakini sasa si unaona ni scammers wao, hii pesa inatengenezwa lakini inarudi kwa akaunti yao, ikuchi kwa akaunti yako. Unaona? So mimi niliona ni scam. Mnanipata? Ama network imepotea? Nakupata. Hello. Okay. Nakupata. Mnanipata? Kidogo nitarudi baadaye. Nakupata. Anyway, network imemtoa nani ameenda. Gusise ito anasema anarudi baadaye. Rispa Waro unanipata? Okay. Rispa Waro atukupati. Titus Mudinai 3 hours God for pit. Titus Mudinai ati Rispa yawa. Ulikuwa serious? Migi champion. Ako hapa naleta Migi champion. Champion. Hey. Igore. Kare gore mai kimano minto. Ni igore. Okay. Kivanta kweli bageri ka because why can't I give you the nafasi kwa tina kwaneke songo wenke bunabune
Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Actually, the people who requested you overege bara wote one word. Tumetenge Mosama TV agenda which mean karibu sana. Miasho karibu sana. Before tupatie salimia watu mawili matatu before tuingie kwa show. Karibu sana Zambion. Asante sana. Yes. Yeah, mimi kwa majina naitwa Omari Migisi ama MC Migi, a champion. Mimi ni mwanamuziki toka Kisii na nafurahi kuwa hapa. By the way, mimi ufollow Hot TV sana and I'm loving what I'm seeing always. Thank you. Yeah, so muendelee hivyo tu. Mazee pia mimi tunapenda kazi yako safi. Nashukuru pia tunaweza tukubeba flag ya Gusi. Exactly. Yeah. I want to welcome to the show. Mimi wewe maoni yako ulikuwa umesema pale na kuna watu walikuwa wanataka kuzungumza na wewe. Sijui narudi nyuma ya tent ni watafute ni walete hapa. Wanasemaje? Sijui what they have to talk with you almost of kwa TV na mtafuta nyuma ya tent. Mimi wewe tupatie maoni. Isikio ukisema serikali ingilie katikati. Yeah, mimi kitu naweza changia tu ni ndio mtu wa kutumia fare hivyo ni mtu akona interest na akona interest ama akona feeling fulani kwako, so akituma fare cause pesa ni ngumu kupata, so wakati mtu anakutumia hivyo kuna tu venye falling na unafaa umpatie chance. Yes. But ni vibaya sana kukula fare, yani hiyo mimi naona ni a very serious crime. Hiyo actually ni wizi. Hiyo ni wizi wakati unakula fare. Hiyo umedanganya na ukaobtain mtu. Yes. Yeah. So you say hiyo ni wizi kabisa, serikali inaingilia katikati. Yeah, kuna best yangu anaitwa Mashwanda alimba kuhusu hiyo kitu. Alisema taribu ya walimu kweli chifea ubuno boibi mnafaa maombi ndio Mungu awasaidie hawatoli. Yeah. Hey, maze, thank you. Naomba tu shikilia, sijui kuna mtu alikuwa anataka kuzungumza na wewe, ndio unaendelea kumtafuta hapa nyuma ya tent. Msobe atakuja hata wanabata mangana tatu. Ako kwanera, I don't know. Hebu na kurutu nje ningoligete at least ukuje uzungumze na mashabiki hapa live one day. Anyway, karibu sana, shikilia tu hapo hivyo usiondoke. Hata nitafutie jamaa hapa nyuma ya tent, akisikia kama ulikuja sitamtafuta nipiga mawe. Mimi wa rispa kwa watu tuendelee, niko na nyinyi pamba tu pamba. Yeah, Migi Mbuyole. Yeah, anyway, Wasamaro. Yeah, vile nilikuwa ninasema. So, hiyo kitu ukipiga hesabu by the way ingekuwa ni kitu yani iko na faida, ni kitu poa, ingekuwa sio scammers, ni kitu unaweza in fact uwezi kaa online bila kupata pesa. Ingekuwa unapata pesa within 3 minutes, unaweka pesa yako inafanya kazi halafu unapata faida. Mimi sasa kulingana vile niliona na hiyo kitu inatengeneza pesa, niliona inatengeneza pesa ya haraka na ni venye wewe mwenyewe utakuwa unacheza hiyo game. Lakini sasa hii kitu si unaona sasa ilikuwa ni scammer. Sasa venye yeye alinituriki akaniambia mpaka nikamuelewa na ni mtu ninamjua, nilimwamini. Akaniambia we anza na 5k. Pesa yako ikichomeka tu hivi nitakulipa kama uniamini. Juu nilimuuliza ayuswa hii kitu ni ya ukweli. Akaniambia mimi nimeshajaribu nimepata 10k faida. Haya nikasema wacha nijaribu, kama amesema atanipatia hiyo 5k wacha nijaribu. Nilijaribu nikacheza manze, nikapata faida. Sasa unajua nilikuwa nikasema wacha ni withdraw hii yenye nimepata juu nimepata faida ya 8k. So wacha ni withdraw so that niongeze. Sasa nimeona hii kitu ni tamu. Sasa ninataka ni withdraw hii niongeze zingine ndio niweke nipate faida mingi, because the more you put more money the more you get a profit, a big profit. Sasa nikaona hii kitu by the way. Kwanza hiyo usiku mzima nikacheza. Nikiwa hapa ninaendelea kufanya vitu zangu, hiyo kitu inaendelea kucheza.
after 3 hours wanakutumia message pesa yako, profit yako imeingia. Na pia ukiinvite mtu pia wanakutumia, wanakwambia you have received money, you have received 150 ama 300 kulingana na yule mwenye uliinvite. Kama nikiinvite Migi hapa akiingia na 5k napewa 300 juu mimi ndio nilimuinvite na ameingia amejoin hiyo game, so ninapewa profit yake, unaona. So vile sasa huyo aliniambia hivyo, sasa nikasema huyu ni true friend, wacha nijaribu juu nilikuwa na shida ya pesa. At least nitakuwa nikicheza hata kama ni mara 2 ama mara 3 kwa siku, nitakuwa ninapata pesa kuliko kukaa online bila kazi. Niliweka pesa yangu, withdraw ile pesa ikakataa kutoka. Nikampigia simu nikamuuliza, hii kitu manze, hii pesa uliniambia nitoe, sasa withdraw, haichaingia kwa account yangu. Inakutumia message you have withdrawn the money, but hiyo pesa haingii kwa M-Pesa, unaona. Lakini message inakuletea message. Sasa unaona message kwa simu yako, lakini ukicheki account balance hakuna pesa. Huyo nikamwambia mimi sijaona. Akaniambia hapana, leo ni weekend, so Monday, kesho ni Monday, kesho asubuhi ukiamka utapata pesa yako. Nikasema okay, since then unaona nimemtrust, nikaweka tena ingine, nikaweka 5k tena. Nikasema sasa 2 nights sasa nitakuwa nikifanya nini? Si nitakuwa nimetengeneza faida juu kesho nikiwithdraw sasa ndio nitaongeza nipate, nimepata faida mingi. Nikaendelea kucheza hiyo siku yote, nikapata faida tena. Ile pesa ujue ile niliwithdraw sasa iko hanging, chaingia kwa simu yangu tena, nikaweka ingine sasa. Nilicheza nikapata faida 2 night. Kufika asubuhi nikaseti kwanza niko na wasiwasi, nikaseti sasa haram, so that saa 1 asubuhi Monday nipate pesa yangu imeingia. Ni check nione kama ukweli hii pesa imeingia M-Pesa kama vile aliniambia ama ichaingia. Saa 1 haram iliniamsha kuangalia, the first thing nilifungua tu my parents account na kuwithdraw ile pesa juu aliniambia inafanya weekdays from Monday to Friday. Saturday na Sunday uwezi withdraw. You can pray lakini uwezi withdraw. Kuwithdraw pesa yangu inanitumia message vizuri, you have withdrawn your money, but pesa ionekani. Nikasema maybe itaki ni withdraw kwa simu yangu, wacha ni withdraw to another person so that nione kama ile pesa yenye nimetoa itaingia. Kupigia mtu simu, nimetoa pesa kwa simu yako, imeingia? Hapana, mimi sijaona pesa. Kupigia huyo mwanaume simu, nikamwambia sasa uliniambia leo ni Monday, nimejaribu kungoja ile pesa uliniambia ni withdraw, sioni kitu. Nikwambia yule mwanaume vile aliona message yangu hivi, since then up to today hata kuniongeresha hivi hajawahi niongeresha. Ile kitu aliniambia tu ndio aliniambia. Ni kweli. Hata mimi sasa nimechomeka 60k juu niliweka pesa mingi. Sasa unajua sasa nimechanganyikiwa, pesa yangu imechomeka. Sasa nikaona kuna linki hapo ya email ikanipeleka Telegram. Wakati nilifika huko, unajua nilikuwa na shock. Wakati nilifika huko nilipata watu wanalia, watu wameweka pesa mingi. Pesa mingi, mtu anasema nilikuwa nimeweka 190,000. Juu anataka apate faida mingi. Nilikuwa nimeweka 50k, nilikuwa nimeweka 60k. Nilichambia Rispa, relax, hiyo pesa umepoteza ni kitu. What about hao wenye wamecheza pesa mingi na hiyo pesa imechomeka tu yote. Ndio hao wanaanza kusema sijui nini, kuja tukutane tuwastaki, sijui nini. Kuangalia hizi vitu nikasema from today don't trust even your own image with money. Pesa ni kitu kingine, inaweza wakosanisha sana. Usikubali kudanganywa na mtu. Ukiona tu mtu anakuja inbox yako anataka urafiki na wewe kwa sababu ya pesa, run, usiangalie nyuma. Urafiki na pesa iishe. Sasa unaona nimepoteza pesa, nimepoteza pia urafiki mimi na yeye kwa sababu hakuna ile kitu nitashare na yeye. Kwa sababu alinidanganya na anajua venye ninapata pesa. Ile yenye alipromise aniambia ati pesa yako ikichomeka nitakupea, nitakurudishia,
hajawahi niongeresha hata kuniongeresha. Sasa unaona rafiki kama huyu utapelekana na yeye wapi? Sasa wacha niongelee mambo ya hii pesa yenye huyu sasa. Mtu kama huyo mimi sikudanganya, nitamuendea kichini chini na atafura hiyo mikono yake na miguu, hata fanya chochote. Sikudanganya. Sasa utamuendea wapi hapa? Utaenda kumuonea wapi? Ni mtu wako mbali na wewe, hakuna kenye si lazima jina yake tu peke yake imetosha kwa waganga. Kai. Sasa wewe una trust waganga ama ni nini? Usamaro kidogo. Siwezi enda kwa mganga. Usamaro kidogo. Usiweke tumaini kwa waganga mami. Weka tumaini kwa Mungu, kwa sababu Mungu amefungua. Since then nimepata pesa mingi na Mungu amefungua milango. Nimereplace ile pesa yenye nilipoteza, lakini nikasema Reese, this is the big reason you are friend, because ningekuwa nimeweka, unajua nilikuwa sasa na furaha nimepata kitu ya kunipea pesa ya haraka. Sasa ningekuwa nimeweka pesa mingi, maybe 50 ama 60 ndio nipate faida. Ningefanya nini? You know very well from the beginning the Bible says you will toil in order to get. Vitu vya rahisi sio, don't trust them. Kakia abantu bali sikoga bali so cunning. Yani bali so cunning. Yani to kwanche vitabantu. No yo mino hata dada yako na ndugu yako. Mimi kwa familia nimeshakuliwa pesa mingi. Over 1 million. Hata wewe wacha tu. Unatuma, mlifanya hivi? Hapana. Unatuma, mlifanya hivi? Hapana. Sasa wewe wacha tu. Hiyo 15 ni kionjo. Mimi sasa nimerani ration, sasa siwezi tumia mtu. Mimi hata mimi sioni kama hata pop ni. It's too sweet, you need to think twice. Sababu yenyewe nika kuna pesa inapatikana rahisi hivyo. Otherwise kila mtu hata wale wamama wanauza daraja mbili, wanaamka saa 10 wapande matatu ndio wafike daraja mbili, wakae chini wapange waanze kuuza. Mjua inawapiga ila hakuna. Hata kuoga wapate nafasi ya kuoga. So everything is toiling. Vitu wenye mtu anakuambia weka tu pesa hapo faida inakuja top, anataka kukuibia pesa. Huyo rafiki yako ndiye alichukua pesa yako. Hiyo sasa atakula siku ngapi? Haitamsaidia. Imeisha. Hata akifanya kitu nayo. Hiyo kitu haitamsaidia. Akuru msikufikia Mosoveti TV. Esther Nyanduko pia alisema alipiwa pesa na boyfriend 50k. So let's come alafu tujifunze mambo mawili matatu. Amuru msikupatana na governor wa Mosoveti apatane na Miki vilikuwa anataka. I don't know what anaweza zungumza. Karibu sana tuendekee to this topic. So ile kitu ninaweza sema kwa huyu mwenye alituma pesa, hiyo pesa pia ni mingi. Maybe alikuwa anamtumia akidhani anafanya maendeleo. Kwa sababu hata kama ni fair, sasa hiyo pesa yote ni fair swali. Ni fair ya ndege. Alafu kitu kingine, hiyo yote akienda wapi? Ni fair ya ndege kutoka Kilifi mpaka Siaya. Akile kwake sababu yangire kosoa. Sasa hata kama mwenye anatoka Kenya akikuja huku, si anafaa kutafuta tuseme pesa mingi tu 150 maybe. Lakini kuna uongo hapo 344k. Sasa hiyo 300 hiyo ni proti mzima. Ya kipindi kwanchira na genteke. Hapana, maybe alimtumia afanye project na akawa anamdanganya hiyo nimefanya kitu fulani. But how can you start a project and you haven't seen the person? No, Rispa. Hapa statement inasema hivi.
Wacha nikusomee statement inasema, wacha nifikie almost ndio hii. Pole sana kamera yangu, cameraman. Sasa unajua sasa ni usiku, niko night shift, sina cameraman. Kwa camera woman inaweza nichanganya tu kidogo, lakini niruhusu tu niwasomee kisha baadaye nenda kurekebisha kamera. Anasema Machakos man arrested for eating fare shilling 344k pretending to be a beautiful lady. Justin Kioko, a resident of Machakos, is in police custody for obtaining money through pretense via M-Pesa from Godfrey Owino, who says they had planned for her to travel from Kilifi to Siaya County. According to Mr. Owino, the money was to cover two-way flight ticket, shopping for her to buy a planned new phone. And that is all about the statement from mwenye alikuwa na complain. Hiyo picha nimeiona ikitandaa mtandao. Sasa mtukimaliza nitarudi nianze kuperusi, niangalie ule Kioko vizuri. Anyway, tiganda kuona na Migi geiga before kona tusikumobeka for so long. I am Migi. Migi a champion. Yo. Tinde tingo beka for so long. Intune tiko kesha geiga. Mo kona nga mosoba itachi kura rashu kuikiro mwana muna gonte bikuruba iga. Hata kutafuta nyuma ya tent au tengana bwate ntaite kugamba naye. Okay. Atakufikia. I want to appreciate, thank you for coming, Kisi Hot, coming live. I know you unakwanga Park Side, Park Street, iga skuni magasto kora kwana. You just fall, thank you very much. And let me just have a request, iga ni public iga. I don't know when you back to Kisi, do a live show. Orara kwana na mashabiki yako na bwatera ngo naye buna ancho ya mwobo. Oh yes, why not? Hata mimi I like interacting with fans. At the same time, like ningependa kusupport you guys penye nitaweza pia. Thank you. Yeah, so I think I'll notify you and I'll be coming alafu to link up. It's okay. Yeah. Thank you very much for joining. Tunataka hiyo siku tuweke falling hapa, falling tuone ita falling. Yes. Itakuwa poa sana. Yes, ngoma nyingine kuna video kali sana. Nashukuru. Ujue lazima tu set pace na lazima pia tupatie hao wengine wako juu zaidi run for their money because they should know that Kisi is coming. Exactly. Yeah. I love it. Aye, Kurkuntu. Ochora ntomo cha ujo bata ole skuru totora mochi. Zitamleta. Aya tigara bijabona. Kara teta kora agenda muntu na kwali baga Migi bweka kai. Tigara ingina tiga kogenda. Wasamaro kwao. Kara kai unikire ngapayo trande maoni ga unajua Kasoma tega igambo tuko. I know. What's the time by the way? I get a sign ya butuko. Oh, sign. Okay. Sawa. Thank you Migi for coming. Tutongea mengi tukwa na mange. I know ngatu wekango ikere through papa. Wekana bango ikere yeah. Really. Thank you. Aye. Kurukuntu. Otago chakotorantera topic yo musawo yo kore nyangi. Abantu bataka wasekera mukae. Okay. Tiga ngomanga nayo. Yakibona musawo nyakorokwa. Tiga ngomanga nayo. We want to promote our artist by the way. Yeah. Kurukuntu editaga tabatera byabantu naki choice yo moto. Exactly. No. Aye. What is there?
karantiga ta topic will come with the other day. Meanwhile, what the fact to the topic ya today? Ya. Ibona bateba ntino gukora gutanari batabana kigo. Nga topic yoli abantu bazi ko sikapaka bagose kaya ata bora tikosekerwa. Ng'onyo mutuko nene obochinga bwoko. Aya mangana ariko bene ntacyo mutanda hoga. Abantu bakani gote bugubatu kubochingo. Okay, nimekusikia basi. It's okay. I've heard you. Thank you very much. Kangina nego chansema yeye ndio Rispa Waro atupatie maoni yake. Ndawatafuta kina Migi au artist wote wametuweka mbali sana. Music wameipeleka another level to we feel it. Muna tuchimbe kwa chato nyarire now we are okay. Kwa tumekumubaye nge chimbe cha nyari utawochonge kimonyo mugaka. Anyway, thank you. Rispa Waro. Okay. Sasa mi ile kitu nitaka kuongezea in fact sijui uchumi imekuwa aje hii dunia yote. Ukipita kila mahali watu wako desperate na pesa sana. Kuna watu hata wengine wanatumia majina ya watu kuomba pesa. Unaona? So be careful mwenye anaona tu anafikiria ni rafiki yake anataka pesa ama ni jirani yako ama your relatives wanataka usaidizi. Afadhali upigie mtu na video call umuone ni kweli ni mtu mwenye unajua ama si yeye. Unaona? It's really better if it is possible you want to help them. Afadhali wapigie simu wenyewe usikie sauti huyu mtu namjua ama simjui. Ama uwapigie na video call uangalie huyu mtu ni yule unajua ama si yeye. Kwa sababu kuna mtu pia tena nimepata in fact hizi majaribu siko. Kuna hata juzi tu nimeona mwingine akinitumia friend request ya Safaricom Suri. Safaricom customer care Suri. Sasa nikashindwa Safaricom sina kuanga na page yao. Sasa huyu ananitumia friend request ni nani? Yani inaweza kuwa aje Safaricom ananitumia request. Nikajua huyu ni mtu ametoa tu profile picture zile za Safaricom. Sasa anachofanya ndio akuje kukuchatisa sijui nini uongo. Kuna hii kitu imekuja pia ya inuka chap. Unapata watu wanachukua ile message anasikiliza tu anakuja anabadilisha tu kitu kamoja tu kanamba kamoja. Anakuambia ati uko kwa line kuwin hii pesa fulani tuma 100 kwa hii namba. Sasa hiyo namba ukiangalia na ile umezoea sio hiyo kama wewe ni msikilizaji wa radio. Unaona? Kama unasikiliza vizuri, unajua zile namba vizuri, ukiwa na akili na unajua ile kitu unafanya, utajua hawa ni wakora, ni scammers. Kuna mwingine pia amekuja inbox yangu. Kwanza hizo message niko nazo hapa. Akichita Sora Citizen TV. Ati umekuwa ukifuatilia akiniuliza ati umekuwa ukifuatilia nini video zangu? Sasa niko na award ninataka kupea mafanisi zangu. Nikamuuliza how do I believe wewe ni Sora mwenye najua mmoja. Ati utajua tu ati tuma namba yako nikutumie award yangu basi. Nikamwambia I'm not sure. I can't believe. So kuniambia hivyo akainsist akanitumia kadi nyingine hapo. Kunitumia hiyo card akaniambia are you ready to receive my award? Nikamwambia okay if you wish to send me nikatuma namba. Hiyo namba yenye situmii najua tu hawa ni wa Rispa network imemtoa. Esther Nyanduko, you want your image. Be careful with money. Ni recently vichusi mimi ningepiwa pesa kutoka kwa M-Pesa. I don't know. These people wanatumia confidence gani? Anyway, you have to take time. Wasamaro kwao. What can you say? Ngotige oros no sapa abana bari gere tumukie. Akaiwa.
Usamaro? What can you say? Say ya kule kule. Komiti nanje tamacheki ngokunga. Ole geto kuchukokora chenda kwa mitandao. Naende chema mtu nda check chirutu kana pole ni ndio kore kana. Chema tutake kwa 50. Nonye. Ndio tuko wa 50 mo. Ndio tuko kwa chuma. Na saa ile era kutamera. Lero kutushukua na kwa ajia watu wako na kucha. Kwa. Kurukundo. Ebeta ukurwani. Se toko ribi kutuko na mugaso tutari kwa chitoro. Yes. Ige kurwani. Ekaro montago gwa keresi na ile mo tanda mo. Ani chobona almanyire mukanda ubona oberigo bibi. No ene chi minister chiaru chiba chinyinga sana. Yes. Ase ibo abantu tukatwerende. Utike ko swasa mangana ya Saitani ya Sodom na Gomora. Obanu yuru tumusa uyu kase Sodom na Gomora. Akube kachianga na chumusubati na no musacha. Jetindo chiko se bombia. Nanda mabera manene sana. Abasache bachanuke. Era network ya nekalembe sana. Okay, abasache bachanuke na bachanuke motiko sobachibesa abasache batiko tomachibesa. We chanuka we be one thing. No chotu arekieni ekebe. Omoto naro ruyo. Takuna kutumia chibesa kuna kungusa abantu. Besa ya itete Yesu. Ande kuikobe very careful. Yeah. Wanyano yogo ukorangeli toko manyanga muntu ki uko chamna mumole ya maigonyo ro ukora. All right. Chiris kichiro asaba to be mitandao niki. Tawano. Kometi ko ganta ito ko swanda na kuruki. Amangana aya. Yeah. Tigre liboronge na kiri ngane yo musawo ya abotebya abantu abotomera chibese chimoromete anyema mu mwabo n'abana ba mwabo. Ichine chibire Kurukundo. Oh. Yes, Rispa. Network yako kutoka Rispa. Waro. Nche kurukundu nyasaye bye kango tamera. Nche nago tebinga nande yani ngo sabati mpese koba victim. Abantu bakungana abantu abatebige muna koronde eli ataracha pata potea. Oh. Mabera manene. Okay. Jonda njitinko manyagoseni bwana takwa kapore kwa maana imani nchaye pipiria. Tukubeka chianga. Kora baswa. Njitinko nyara mami nchaye pipiria o ibone Sodom na Gomora ndate. All right. Ona tinko gotira kurukuntu. Asante sana. Karanga Rispa wari network ya Mwangire akunya kutamatama. Thank you very much usamara kwa singe choko somu chadara. Nimeshukuru sana tangu mwanzo hadi mwisho. Wacha botambe ngoye to kambora na letoru ali abantu kabisa
Aye, corona yuka ya tunyali. Kai. Ya machuku tuluta. Pole. Tuarura sana. But we thank God. Mungu wako. Yeah, Nyasaye piyeko. Asante sana. Kwende kire kwa chaje gramu. Keke. Ya bantu batagetoka konyi. Bado inaendelea iko. Nero yo musibati oyo no akiri musibati oyo techetiko teba gusina tagitoka konyi. Gusi ukwana chete video taki goteba namba yae nantaki goteba ryeta ryae. Oyo nkoligerie namba nakyakorokwa. Omusubati oyo gaikaransete timati gosensita kyabwate kuinyura. Oyo bwate goita. Nakyagenderete. Bakina babwate muchando. Because umusacha mwangete kera arwate goita agatama akamotiga nero goitejo tigabanongo tebi. Goitejo musibati oyo techetiko nyakitari apimwa amanyinga guchintetera burunge akana kuguseka chitaka soe metete gushini. Egento kerega neke. Achetinye gitari agasabwa 10,000. Agararo apimwa rwaliwo. Umugaka gachikoigugo agateta bwati besa kamoseri. Musubati agata bwati besa nekyagakora. Agatega swabo songo akagamune landlord akatakura ranse n'abana bayo kubarigire ndagere go sibicyanga. Baka bika tuchetorro twachite komasa go sibicyanga. Na sibicyanga bunarigo aranyora abana bali lunch bali sapa kane rent. That's what she will do. Tabwati kendo sibese kwa nekitari. Bueno, igona venga chat yata kere kwa nyakitari gosini kyataganyete. Ka stage ikire no kobaru. Nere atebeti. Nere atebeti no kobaru nyakitari rakibona tabwati mofuko cyanga gosibire abantu abarati kumiko sibire ya. Bona nende ekera chita ase mtandao. Tatari gotige namba yae. Namba yake ya simu nadhani iko. Tigangonke ligiga igaya iko. Wacha nitafute hiyo kitu. Na tomeruga sigara alije. Ata kere chimiro chichi wachinyinga cyoko ba. Nabongo komorigeri nkomoretere ogambe nere kwewote kwamba nere nsayiga gotoka sakoro kwa nikibako nyancho mwamenyete. Wana wagutona guturia abantu cyanga yanye mutubati kamarorera amabire. Cyanga go sinona stwa chite to musitia si cyanga. Tumuritoa kwa kuosha nguo. Hapo ndio tulimtoa akiosha nguo. Hata hapa mkono ameanza kuvura hapa mkono. I don't know now ra manyete problem because mkono ilianza kuvura hapa. Kuna vitu ziko zishaanza kumea kwa mkono. Nkansa nyorire. Akiona kifanya la kueleza. Tutata next and kimbo ati the provision tiara kwa ninga what is that? Yeah. Nataka kutafutia video. Emerald ngonya ligari. Ngonya ligari. Waita. Okay. Rispa waro. Tandara kuri video hiyo samaro kwa ndio natafuta hapa kidogo. Ina bias kitinga na ruete. She gave a phone number. She left her phone number. Okay, all videos. Okay. Anyway, karibu kwa show kama kawaida. Esther Nyanduko nwarega kiana mwatanya ukona. Esther Nyanduko. P4 karibu sana, unmute your mic. P4 ntara kwa PCD ngonya kurigeri gebo samari ngonya kumurigeri
karibu endelea kuzungumza na sisi. Maoni yako mute mic na radio tukeleka, karibu sana. Yeah. Ngayon, tanong ko sa'yo, bakit mo sinabi na nag-set ako ng picture sa Oh, lalaki yeah. na fanfic? Yan. Saan ilabas mo? Ilalabas ko. Yes. Karibu sana. Yes. Ingia. Nimerudi. Yeah, kuzungumza, endelea kuzungumza, kuna kitu natafuta hapa. Mimi narudi. Sasa Esther. Poa sana. Huyu kurukunto anamtafutia kitu. Itanafanya nini? Ikiripunkera harusi kyo mukibati oyo mubwate goita. Hata kanye namba yaye. Oh. Sasa historia mnasema eti watu wanakuliwa fea, mumefikisha wapi? Si tumekuwa kukuliwa fea. Ale baba, utagotiga. Utagotiga baba. Na Kenya walile. Maisha ni ngumu kwanza, Kenya saa hii maisha ni ngumu sana. Ndio nimepata. TV na kukaribisha tena ndani ya nyumba katika kipindi cha This is my story. Hapa tuko na mmoja wetu katika sehemu ya Kisii County, ambapo tumekita kambi katika maeneo ya Erera karibu na Nyanjwa Adventist Church. Karibu sana tukaweze kuziti mbele pamoja sisi wote. Karibu sana ndani ya KISA TV. Kwa majina tunayo. Asante kwa majina naitwa Kenya na mako. Nyumbani Kwani umepotea? Kusema kwa ndio ili kujini ndio nilikuwa nataka ukiona mkono wa nguo hiyo kusema kwao unanipata. Anyway, karibu sana Nesta Nyanduko tagenderere tukanyita kusema kwao akikuja kwa ngongo ina nare gocha mwatanya gotama ate gocha gate nero ate kusema kwao Gosamara. Nero. Nero ibaki. Yesu ninge ibona. Fanya tumuge. Mali pa kusaliwa ni kutoka Tungu. Hiyo mkono yenye amekunja yangu, hiyo mkono ndio. Okay, na nyoze namba yae. Okay. Thank you very much. Oyo gacho na makweli aganye tekende tikeyo. Right. Kwani ndio wale wote kwa wao wakiwa na watu na watu. Nilikuwa nataka hospitali. Hey, mbona mimi sielewi what happened? Musubati oyo garu wale ke goita troche singo yani gabi pete. Umusacha kamuselia. Wana no musaada kuli mwana nkalia likara na mabera. Hivyo na mali nilikuwa nimeongea kutoka Nyamira, lakini sasa kwa wakati naishi hapa nilikuja kukodisha nyumba juu kwa watu tuliachana tu na mzee. Sasa ninaishi hapa Erera. Saidia niko na ugonjwa ambao ugonjwa umenisumbua miaka karibu 17 years. Umenisumbua hii ni ugonjwa wa goita. Nimekaa nayo, imenisumbua kifua, mabega, hata inaniuma kichwa. Saa zingine kichwa kinanianza kinaniuma mbaya.
ninalala. Nianza tu kuanzeka kidogo, nianza kuumwa na kichwa kwanza na kisungusungu. Wakati huo nilikuwa hii ugonjwa yanze, nilikuwa naumwa na kichwa. Sasa nikasema hii kichwa nikafikia ni ugonjwa tu ya kawaida. Nikamaliza karibu mwezi mmoja hivi. Sasa ndio nikapata kitu kameanza kumea hapa kadogo, kalikuwa kadogo sana. Nikafikia ni kitu cha kawaida. Sasa kuambia nilisema hata kwa mzee, lakini nikaona ana shughuli. Nikakaa sikuwa naenda hospitali, nikakaa hiyo miaka yote nasumbuka, ikiendelea kukua kubwa, ikakuwa kubwa, ikiendelea kunisumbua kwa kifua, mgongo, sifanyi kazi, hata nilikuwa nikikaa ni shida, mgongo inaniuma. Hata hapa kwa mabega nasikia kama ni kitu kimenilalia hapa hivi. Kwanza ikaniletea mpaka pressure. Wakati nilienda nikaadmitiwa Nyamira hospital, nilikaa huko, nikaambiwa nianze kliniki. Lakini sasa kwa vile mzee alikuwa anasema hakuwa anasema ni ugonjwa wa kawaida, alikuwa anasema hii ugonjwa ni ya ukoo. Hiyo ugonjwa uendi, hakuna mtu aendi hospitali. Yes, Mara. Hiyo mkono umeona hapo ikifungana nakwambia ndio hiyo. Nimeiona. Now, okay. Hiyo video utaka ifuatilia hapo YouTube, Instagram Nyanduko. Nimeiona. Unaandika woman with data breaks to tears. Haya. Wewe utaandika kitu Hot TV ndio itakuletea. Hii nitaipata sasa. Nimeona sasa namba yake. Nitapata, nimechukua namba yake na nitampata sasa. Yeah. Okay. Aye kurukuntu nteto kiwe kwa kwa background. Eti ndio wegete. Mimi ndo nimeweka. Mimi ndo mmeweka. Mimi hakuna kitu chochote. Anyway, orang mengenal yang main antara anak sini Nyanduko, Nyanduko sama hii. Kurukundu tigandale. Sawa asante. Mimi nawasikiza. Kwani watu wamelala? Na wewe gaigange 3 hours. Thank you Samara. Sawa basi, good night. At the moment, Samara, utariji that woman, I would appreciate. Thank you very much. Please root for her. Itakuwa na shukuru sana. And may God bless you. Yeah. Hata mimi nimechukua hiyo namba. Okay, thank you. Mkimfikia na mniambie, yuko mpaka mniambie mlimfikia. Nita appreciate. Yeah. Okay. Kulifikia yule ni akiwa mniambie. Niende nimlete sasa hapa studio live. Sawa. Okay. Ese Nyanduko. Esther. Yes. Bwana ulikuwa nakusikia. Ulikuwa unazungumza ulikuwa unazungumza kuhusu mjadala wetu. Mimi nauliza hii maneno ya kukula fikisha wapi? Tumesema hivi. Don't send money. Wacha kutuma pesa na wewe wacha kuomba pesa. Actually sijai kula pesa. Mtu mimi pesa nimekula ni ya wazazi wangu kusema ukweli. Sijai kula pesa ya mtu. Sijai kula pesa. Uko na boyfriend? Uko na husband? Mimi bado sijaolewa. Mimi ni mdogo sana. Sawa. Okay. Uko na boyfriend? Yeah. Boyfriend tuliachana sababu ya kunikula fare. Sababu ya nini? Sababu ya nini? Sasa imagine unaamini mtu unamtumia pesa na kufanya hivyo surely na mmekaa na yeye kama miaka 3 mnajuana. Si
Hiyo ni ukweli. Pesa ba, pesa ni ukweli. Pesa. Pesa na mapenzi hakuna. Pedro Sibagwara alisema hivi. At the moment you are in a relationship and you see that guy anakuambia pepi siti nitumie, akianza kuweka mambo na pesa, run away from that relationship, run like a madman, toroka mbio. That's the real person. That's the unataka conflict. So lazima uje kuna pesa ya mwanaume. Yeah. Yes. Utawahi kuna pesa ya mwanaume kabisa? Mimi sijai kula fare, labda mwenye atajitolea kunitumia mimi nikule hiyo ndio nitafurahia. Okay. Sipendi kukula za watu ovyo. Umewahi nunua tisha mafuta ya kuzipaka? Kuitisha? Unataka mafuta ya kuzipaka? Si mimi huwa na for my own. No, that time. I'm saying that time. Wakati huo enzi hizo. Wakati huo. By the way, alishainunua. Si eti nilimuitisha lakini alinunua kuletea. Alinunua. Hiyo ndio kukula fare. Hiyo ndio kukula fare. Hiyo si kukula fare. Hiyo si kukula fare. Fare ni pesa, hiyo ni mafuta. Kurudi unachosha aje? Hiyo si kukula fare. Hapana, hiyo ni kupewa kitu. No. Hapo unaita Dabu Kalala hapa tukiwa nasema Dabu Kalala. Mambo. Habari zenu? Salama sana. Poa sana. Umepotea. Karibu sana mtu wangu. Salamu hapo. Iko fit. Poa tu. Salimia watu tuingie kwa mkada. Nasalimia KUHUSU, Esther. Isukuni. Yaani hata siku hizi nimesahau wengine. Okay. Watu wote nimewasalimia. Tumesalimika mama. Yeah. Karibu kwa mkada. Sasa kwa mjadala sijui nisema aje. Najua kama mtu amekutumia fare si ati ulikula. Hiyo tu ulimwekea kwa account kama uko unataka kwenda hapo. Hiyo place. Uje kula fare. Mimi sijai kula fare. Namwekea kwa account. Sema tu ukweli. Mimi sijai kula fare. Princess, ngoja nikuulize. Princess, ile time boyfriend alikutumia fare akakwambia ati njoo weekend. Alafu kamwambia haki ni kidogo kasima simu. Baadaye kwa kuhakikisha ati nilitumwa na mom ndio nimerudi haki tuko na mom sasa itoka. Mimi sijakula fare nilimwekea kwa account. Kwa nini? Yes, Dabu Kalala tuambie. Kwa nini? Tulimwekea kwa account. Nilimwekea wewe ni msivo. Sijui hata mimi nikutumie niwekee kwa account. Nikuwekea kwa account. Nimunitumie ni waweke. Kuruto nitakutumia. Nitumie ni waweke. Dabu Kalala. Kuruto nataka kutumia waweke kwa account. Dabu Kalala. Ilikuwa tuambie.
Ilikuwa aje? Alikutumia fare uende kwao, uende, ilikuwa pesa ngapi? Hiyo ilikuwa 2K. Unajua kwenye unaenda lazima, lakini sasa nikamwekea tu kwa account. Hata nilikuwa nasikia nikunywa hata kasoda hivi kabla nifike huko, unaona, nikakula pesa zikaisha. Akinanimaliza nyinyi. So what can you tell? What can you tell men? Unazaambiaje wanaume? Sasa tuseme kwa mfano uko na mtoto mwanaume, unaweza muambia nini? Atume fare. Nitaambia wanaume watume pesa, alafu wakituma pesa wajue mtu mwenye anatumia pesa kutuma fare. Sasa kuna huyu mwenye alituma 344,000. Unaweza muambia nini? Mwanaume msichana. Aliwatoa kwa account. Kidogo tu nakuja. Sawa sawa. Aiwaro. Oh, nani? Nyandiko? Yes. Hizo pesa utanitumia siku gani? Mimi kila kwa. Kutoka Kenya mpaka kutoka Kenya 70,000 ama hicho. Kurutu pia unataka kula fare? Yeah, sisi kama wengine wanakula fare, bwana mimi nisikule fare. Kwani mimi ni nani? Sisi kama wanaume wanakula. Kuambia ukweli, unaona from mimi ningie kwa hiyo record. Mimi acha tuambie ukweli. Aizi, from the time huyo mwanaume alikula pesa mimi na yeye na mtu anaitwa mwanaume anavaa tu, yani mwanaume anavaa longi, mimi mwenyewe navaa longi. Mtu anaitwa mwanaume mimi na yeye kuongea story nyingine za mapenzi. Zirisha. You mean utakuwa panchera, you want to get married, utakuwa panchera na utakuwa pench kwenye. I will get married. Siku zijazo nikirudi Kenya nitatafuta msee. You hate this man. How come you hate the man? Kwanza Kurutu, imagine. I'm imagining Kisi men. Area angekuwa mtu mwingine. Mkisi mwenzangu. Guy. Yana onoliki bantu bari abo yonde as long as you get married. Barabia babo. Men. You know, nyinyi mkikuliwa fare kidogo mnalalamika. Ona mwanaume amekuliwa 344,000. Mimi Kurutu hiyo sijakata. Hiyo atumia. Huyo ni mwanaume mwenzake alitumia. Haya. Mimi yangu alikula, yani ile ya serious, lakini ni sawa tu. Sino bana yeye. Sawa. Hata Millicent cheka. Millicent nyanya anacheka pale, You ladies mmekuliwa pesa kidogo, mmesema mtaki kuona wanaume. Sisi mmetukura mamilioni, mnakula mpaka gari. Mali yote inaisha, watoto wanalala njaa, wana school fees inakosa. Na still to be men. Sasa nyinyi Kurutu, acha nikuambia, mimi siku ndapata ule mwanaume mwenye ninamunyonya pesa vizuri, sitaachilia. Nitamunyonya ni make sure nimemkula vizuri. Ngoja. Utapata. Umerefuka raundi. Umerefuka. This round kama what? Nakuambia nilipelekwa kwa darasa nikarudishwa class sasa kusoma vizuri. Siwezi. Anijikute. Kitambo nifike hata 27 hapo nitakuwa nimefanya maneno. I tell you this one for free. I tell you this one for free. Be careful. Sikuzi wanaume sisi tunakuranga fare. Unajua mmeseti record, tunafanya mchengo. Tunakula, tunafanya mchengo. Tunaenda pale tunalala nje tukiwa baridi. Raundi bwana na sisi wote kwani iko nini? Ni sawa ninyi kuleni, lakini yangu hamutaona ngo.
Sinaona nilichanjaruka. Kiwa. Yaani nishakuliwa. Yangu nishakuliwa na nikakubali. Sasa saa hii mwenye anakuja kwa mapenzi tena atakukura vizuri. Yeah? Atakuja kutriki vizuri hivi ingie kwa. Sawa, nikirudi. No, hata before rudi. Maybe nikirudi Kenya atanyekesha. Hey. Anyway, so people should be very careful. You know, in a certain relationship. Very careful. Run away. It's okay? Mimi nilishtuka. Yeah. The moment unaona mtu anakuambia sijui give me pesa, toroka ambio usipaki hapo. Hiyo mapenzi si real. Hiyo ni ya fake. Story na pesa? Ni fake. Mtu anakuambia sweetheart I love you. Next week anakuambia mami. Haki nimepata na shida usinitumie 50, usinitumie 200 hivi nitakurefund. Utamtumia atarefund. Next time atakwambia ataongeza 2000. Utamtumia atarefund. Next time atakuja 20,000. Utamtumia atarefund. Atakuja 100,000 atapiga ndani ya mahindi. Tafuta yeye sasa. Malipo ni hapa duniani tu. Yes. How do you feel that pain? Hivyo sasa ndio tulikuwa tunafeel. Ninafanya mchengo pana siku. Inauma. Sometimes nakosa food, niko na boxer moja, sina socks, kiatu imeisha, shati ni moja, trouser ni 2, sina brush ya meno. You see? Nina save na kupatia kuambia sweet pass kuja, unajua basi at least mapenzi inoge kidogo. Unakula kabisa, mnanunua unga, mnapika chapo. Hey. Unakula na watu wa kwenyu ama unakula na boyfriend mwingine? Lilian Makori ashafika. Nicheke. Lilian. 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 Kutuna kiole. Mambo. Poa sana. Poa. Unanipata? Nakupata vizuri sana karibu kwa show. Sawa ndio kuingia. Nategea tu ndio nipate mjadala. Sasa tunaweza kuambia kufunga. Anyway, kuna story mwanaume ametumia mwanaume mwingine, ametumia mwanaume msichana pesa 1344 za Kenya. Ndio tulikuwa tunazungumzia. How should we help this situation? For example, imagine you have a child, you have a kid boy, a baby boy, anatumia msichana 344,000. Yeah? What can you advise? What can you advise men? Yeah? What can you advise men and the ladies? Mama na kutuma fare na kukula. Nani ametuma? Yeah? Ebu rudi. Nani anakula? Nani ametuma pesa? Mwanaume amepatana na msichana mwanaume ambaye amejifanya msichana, ameshuka vizuri, anafika pale chini room yake, anachipodoa makeup, sijui lipstick, anakuwa dem kabisa na post ya msichana. And then amemtumia, wamekuwa ni mapenzi ya mtandao, hawajaipatana kabisa. They have never met. Ni mapenzi ya mtandao. So amekuwa akimtumia fare for so long. Sasa ametumia fare kutoka Kilifi hadi Siaya shilingi 1344. Flight ya kutoka Kilifi to Siaya and Siaya to Kilifi. Yaani ya kwenda na kurudi alimtumia already. Na pesa nyingine ya kufanya shopping na kununua simu. Kisha baadaye atujui sasa kuna vitu zingine alimwambia ukikuja nitakupatia sasa zingine because you have come. Ndio tunataka kuuliza hivi. Hii kitu ya kutuma fare ni nani walianzisha? Ni wavulana ama ni wasichana? Mambo ya kutuma fare na kukula fare. Tunasaidia, how can we help this situation?
Ni lazima utumiwe fare. What can you advise about this thing? What advice aje wewe? Unajua siku hizi mambo imebadilika. Siku hizi unakuta ni wasichana wanatumanga fare. Sana sana. Vijana wanakula fare. Sasa inategemea. Sasa inategemea. Wacha kucheka. Siku hizi mambo imebadilika. Sasa inategemea huyo mwanadada hizo pesa asina kazi, ama huyo mwanaume hizo pesa anatuma fare asina kazi. Unajua ukiwa na mpangilio mzuri mwanaume ama mwanamke, uko na mpango yako na kazi yako na pesa yako, huwezi tuma ovyo ovyo. Sasa hiyo ni vile haina kazi ya kufanya, ndio inatembea tu, inapeperushwa tu. Lilian. Mapenzi gani hiyo? Mapenzi ya pesa. Lilian, wacha nikuulize. Si ni pesa imekosa kazi ya kufanya ndio imeingia kwa mapenzi. Lilian, wacha nikuulize hivi simbo. Lilian, umeoleka? Ulikuwa na boyfriend kitambo before uoleke? Uliwahi kula pesa yake? Sasa mbona ulikuwa unakula fare? Sikukula fare. Siku hizi ndio maneno imebadilika, watu wanaanza kukula fare. Ulikuwa unanunua mafuta ya kujipaka? Mimi sikukulanga fare ya mtu. Mafuta ya kujipaka ulikuwa unanunuliwa? Ni chai nilinunuliwa hoteli na kasoda hivyo. Sijui siku moja takuoleka hivyo. Na akanioa hivyo, sio ya mwenyewe nilikula mimi. Mwenye alioa ndio nilikula yake. Siku ya mtu mwingine alafu ni muache. Sasa hata kama ni yeye mwenye alikuoa ulikula fare yake. Lakini tuko pamoja, si kutupa. Sasa si unasikia siku hizi watu mnakula mafare alafu mnaachana. Wanaume ndio wanakula fare. Siku hizi wanaume ndio wanakula fare. Uta-advise nini wanaume? Sasa mimi nita-advise mwenye amepata akule. Na mwenye ako na ya kutuma, wacha atume. Matokeo watapata baadaye. No. Upate mtoto wako anakula fare ya mtu, utamwambia nini? Unajua utaweza mkataza ndiye akwambie ndio, lakini yeye mafikirio yake haijatoka huko. Ataweza kukuambia kwa mdomo nimesikia nitaacha, lakini mafikirio haiachi. Unaseresea mtu vizuri hivi? Yes, unamwadvise kabisa, hata we unaona hapa amebadilika. Pati ndani ya akili yake hajabadilika. Siku hizi ni mdomo tu, mnadanganyana tu kwa mdomo. Lakini mafikirio ya haijatoka huko. Sasa ni mtu mwenyewe aamue. Ni mtu mwenyewe aamue. Niulize. Kwani siku hizi wanaume imekuwa sasa sisi wanawake ndo mnatutegemea? Mbona siku hizi hata wanaume hawataki kufanya kazi? Yaani mwanaume hataki kuchoka, sababu bora najua yeye kuna mwanamke yaani mahali mwenye anafanya kazi. By the way, siku hizi ladies wa siku hizi ni hard work sana, si tukulagi fare. Kwani
Biblia inasema ngazi. Biblia inasema aje? Biblia inasema ngazi? Mwanamke ni msaidizi. Sasa ukikuja kama ana help mimi nipumzike pana. Umekuwa ukikula afya, nimefanya hii, nimejenga nyumba, nimenunua kitanda. You come and then Kurutu pia una support hiyo maneno. Pia una support hiyo maneno. Kurutu, ungekuwa na support hiyo maneno sasa hivi ungekuwa hapa. Ungemelala. Unaona tangu mwanaume aumbwe since amekuwa nasumbuka, analala nje baridi, anatafuta pesa. Sasa kuna watu wanalala nje wanajunga vitu wanatafuta pesa. And you eat 30 share. Kuna askari sasa anajunga, anapigana na Al-Shabaab, anapigana pale raiki. Kisa sasa unakula fair. Anapigwa risasi, anaenda hospitali, unakula fair. Sisi tukae pia na nyinyi bana, sisi tukule yenyu. At least to revenge. There is a revenge. Revenge si mbinguni, ni hapa duniani. Ama sio Lilian? Siku hizi mnajichochaga sana. Kurutu, siku hizi mnajichochaga sana. Yaani kuna mama aliniambia aliniambia siku hizi eti wanaume wanaongeaga venye wanajisikia. Mtu anasema eti wanaume wa hii dunia wanafanya kazi ngumu, watafute bibi kwa shida, watafute pesa kwa shida, watafute sijui nini, wafanye kazi ngumu. Kitambo wafike heaven watakuwa wamechoka. Nani aliwaambia mtaingia heaven kama mnakula pesa yetu? Na nyinyi mlikuwa mnakula yetu. Hiyo ni revenge story imeisha hapa. Lakini sisi mnakula yetu mingi. Sisi hatukukula mingi vile mnakula yetu mingi hivi. Revenge. Unajua sasa tunakula mpaka ya wale wenye walikufa. Kuna wenye mlikula yao wakakufa. Tunakula mpaka yao mpaka na wao sasa. So actually not even kutuma fair. Tuesday on a weekend I was in a certain club. Nikiwa kwa certain club, let me tell you, hao wasichana wako na sura, hao wasichana ni pesa, ni money. If you are beautiful and if you have uko na sura na uko na shape, wewe unataka kuchipotoa vizuri. Money. Wewe ni pesa. I went to a certain club for a certain weekend to Saturday. I went to a certain club, it was a certain function. Yani bana, mvua ilinyesha nikanyeshewa. Mimi I don't sikunywangi. I said like wacha tu nione kwa sababu hapa kuna chai, wacha niitishe kahawa. Umeokoka. Nikaletewa kahawa glasi 2 nikalipa 300. Hapo ndio ninaona wanaume wanaitisha nyama. 302 cups. Unajiwekea sugar pale. Mwanaume anaitisha nyama choma, akona wasichana pale round pombe. After nijabu sasa kuulizia nyama kale kakatu kidogo tu hivi. Nikaambiwa 750. Na nikitaka nyama peke yake nikaambiwa bado 750. Nikwambia hapana, kuna mtu na ngoja akuje. So nimejua akikuja nitawaita mtulete. So a large number 90% wanawake wale kuna sura, they eat well. My friend, kama kuna sura na kuna shape, hata usiende kusumbuka kutafuta pesa kwingine. Come back home. Kuja hii town. Patana na sponsor akupeleka pale kura nona. Kura na uno. Sasa na sisi tukifikia wengine wako huko wakitutumia tukikura msilalamike. Hatutaacha kulalamika. Anyway, back to the normal business. Tulisema lile ni makori tulisema hivi. At the moment you are in a certain relationship. Na usikie unaanza kuitisha pesa sana. Run away like a madman. Toroka mbio. Sawa sawa lile ni makori.
Ni hivyo tu. Yeah. Tunataka kusaidia the society. Hata wewe ambia mtoto wako. Just tell your children. At the moment kama ako, unajua siku hizi hakuna kuficha kitu. Ita mtoto wako mwambie my daughter, kaa hapa. Siku hizi kuna wanaume kukura fair. At the moment your boyfriend anakuomba pesa, toroka ambie kutoka hapo. My son, my boy child. At the moment that lady anakuambia nitumie pesa mafuta ya kununua sijui ni panty, enda mbio, usisimame, toroka kwa hiyo nini. Tutakuwa tumesaidiana, tutasaidia the society. Itakuwa imekuwa kila mtu akiambia mtoto wake tu hivyo. Hata mimi unatamka tu before manise pesa, mtu lazima simu ameenda mbio. We will help each other. Sawa sawa. Yeah. Yes, Lia ni na nyinyi wa mtandaoni mumechacha, tuwafikishe wapi? Sasa sisi tunajua nyinyi mko huko au nyinyi mko peke yako, mko single pale, dress pale ndio hiyo. Tunahitaji kuambia maneno mazuri ya mapenzi. So ili mimi nikwambie maneno ya mapenzi. Ambia dress pale inauaga. Ni nani ulisikia wapi dress pale inauaga? Dress pale. Na inafanya watu inauaga, mulisikia? Mbona watu wanaenda kukiembuisi ni kwa sababu ya dress pale? Hakuna. Sasa ukituma fare nyingi nje, hakuna cha dress pale. Kuna watu ukituma fare, ukitumia mtu fare, dress pale inaisha. Mapenzi inakuwa nashindwa. Nanyonga. Ukimtumia fare, dress pale inaisha. Unaambia mapenzi unanyonga. Acha kutuchekesha yake wenyewe, acha tucheke. Yes, but if we train our children, if you tell your child, kwa mfano mimi niko na watoto wawili, msichana na kijana, niwaambie sasa at the moment kungurukutu. Sasa sisi kama watu wakubwa tunashindwa, ndio tunatuma fare. Utasambiaje watoto wako wasitume fare na wewe unaendelea kutuma fare? Surely, hiyo ni swali mzuri umeuliza. Sisi tutaambiwa nini? Waza sasa niwaambie mimi. Kama unatuma fare kwa sababu sisi wenyewe tunatuma fare. Hili ni makosa. Mimi nasema at the moment unasikia mwanamke anamwambia I love you, sweetheart, usinitumie 300 hivi nifanyie kitu fulani nimekwama. Run away, block that person. Blacklist life on a direct. Usipaki hapo. Toka mbio sana. Ile listi kubwa ama ndogo? Blacklist mweke. Tena tafuta kifudi, funga. Mtu anakujisha pesa funga kabisa. You learn if you want. Si ulisema dress pale imetusumbua, tutafungua tena tusikie hata sauti. Swali. Wakwengi. Lilian uko kaunti gani? Patrick anasema hivi, Gamkurutu, beautiful fans and others. Patrick Musudi channel salutes you. Patrick meant to take fair to poor part. The guy confirmed he was just used wrongly in a TikTok video. He has not taken someone is fair. Hiyo karibu tumecheza hapa, lakini kuna watu wanakula fair. Hapa Esther Nyanduko, boyfriend wake sweetheart mwenye amekaa naye 3 years, wamelala wamejifunika blanketi, akienda pale ng'ambo, sijui kama walitoana dress pale ndio akaenda. Amefika kula amekula 50,000 school fees. Kurutu unai. Ni kama ulikula kitu leo wewe. Kurutu leo yuko percent yake. Kuna kitu ulikula. Ama nika usingizi kana vita, unajua tunaona Masai nasonga. Ndio sana nianza kusinzia. Hakuna usingizi. But what is there? Tuambiane kweli. Hizi vitu zimeenda. Unaona pale kuna watu wengi wamelia. Pesa lady alilia, alinyang'anywa 100,000. Wengine anatuma pesa, anatumia mtu pesa ajenge nyumba,
Hawajawahi onana naye, anamwambia sweetheart, endelea kujenga nitakuja. Mtu ajengi nyumba, kuna mwingine pia sweetheart, give pesa ninafungua biashara tuendelee. Akamtumia pesa akafungua of course alifungua duka. Anamtumia picha anamwambia duka ndio hii kubwa sana. Tena ongutuma pesa tuongeze stock. Anatuma. Huyu jamaa mmoja anatumia pesa naongeza stock na duka kuna pipi mwingine. After hiyo sasa amekuja Kenya, anatafuta huyu, akamwambia hapana, mimi nimeoa. Mimi sitaki hizo stories zenyu. Sio ile kitu yenye iko nyingi. Only one word. Kunguru tu hiyo vitu ilianza kitambo sana. Na inazidi. Sasa watu hawajaichanuka waangalie wasikie hata wengine vile wanalia waache kutuma fare juu hiyo vitu ilianza kitambo. Hata holiday ya kukula fare iko. Kwani hamjui mwezi wa 5 inakuwa ngapi mwezi wa 5? Wanaume wanakula. Patrick Mshana anasema hivi. There's a guy in tuko news ya kina nani niliona. I'm tired of eating. He said he was tired of men's fare. He had a great voice that men on to open their wallet. Alikula pesa za wanaume wangapi? Kama alinunua kama ni kuzenga pesa ya wanaume. I don't know. Yani mimi hiyo siku yana kutumia fare na kuambia hivi. Kuna mtu wapeke hapo kwenyu. Mwambie apande pikipiki mlete mpaka Kisii Town nitalipa. Kama hivyo kama si hivyo. Na hiyo baridi. Kopesho kuje nitakupatia dapo. Wewe. Kama si hivyo. Na hiyo baridi. Kama si hivyo achana. Na pesa ninunue nyama kae. Kwani iko nini? Nani anahitaji mwingine sasa? Ndio tuambie sasa vizuri. Ukikataa kupea unamhitaji kweli? Ama ni yeye anakuhitaji? Manake watu wengi wanaenda kupimiwa ile ya 20. Kama utaki ataenda atumie 20 apimiwe. Story ishe. Haya. Tena mmefika hapo. Haki Kenya siku hizi kumewaka. Kurudi na gomea kupima. Mbao. Ifika that moment. Anasema hapa leo sije iko ya kupima. Kenya imeenda mbali kama iko ya kupima. Hatutaiweza hiyo. Ngoja nikuambie. Kama acha kwanza nataka kuja kuacha kufanya show kwa sababu watu nataka kuja kurudi huko chini nifanye investigation ile story ya kuinvestigate najifanya kama kuna wengine tulionanga K4 kuna kitu waliyeshaitoa walitumia mtu wa kamera wakaenda Koinangi walipena mpaka huko kwa ghorofa juu. Kuna wengine hoteli unaingia mwanamke anafungua nguo wewe tu kazi yako ni kutazama. Anakaa hapa na wewe unakaa huko anakufungulia nguo tu hivi anapanua miguu wewe umekaa huko. Wewe kijana unachungulia. Ukiona iko sawa unasongea karibu. Unaanza kuguzaguza. Mkipanda steam mnasafanyia hapo kwa kiti na watu wako hapo wengi. Na hiyo kitu walikuwa wamechukupete wewe. Walikuwa news is like ni huu mwaka K24. Walitoa hiyo news. Mpaka sasa kaamua kutumia wa cameraman ndio uweze kuinvestigate. Mtu wa cameraman akafanya akaenda mpaka akanunua akapewa ya 20. Alipewa akagusa tu hapa akapewa akaanza kuuliza mwanamke sasa mbona unafanya hivi akamweleza kila kitu. Na hapo mali anapita wanawake kuna kamera zingine za ficha ukipita zingine weka tu hapa akapita hapo katikati ya wanawake wamekaa tu hivi kila mtu anamgusagusa si ukuje hiyo ni kitu kishatolewa na nini. Nitakuja kwa investigate hizi wanawake wako kila sehemu. Hii tauni saa hii nitajaribu kutoka hapa nje. Wanawake watanirarua mbaya. So wale ambao wanaenda kulinga huko Kenya ni kubaya, wanawake wamewaka vibaya. Saa hii hakuna tauni yenye hakuna wanawake. Enda tauni yote.
Kurutu si Ni vile Kenya peke wanawake yake, wako wengi, si Kenya peke yake, wanaume kila country, wachache. kila country kuko hivyo, si Kenya peke yake. Wanawake wako wengi, wanaume wadogo. Siku nyingine nimepita hapa. Sasa kutoka nilikuwa natoka hiyo weekend, nilikuwa nimeenda event kwa club fulani mahali tulikuwa na jalango. Nimetoka hapo saa 7 usiku, nimepepa makamera, nimechoka stand nini, napita hapo kwa street hivi, ninakuja studio napata mwanamke anasikia ndio sasa kitu nilikuwa na kamera naona nachukua video wakaenda. Kama SMS ningekuwa pira kamera mimi ningeraruliwa. So these things they are there. You should take care. Pole. And that's Pole sana. And that's why nimesema nitakuja kwenda kwa club nifanye pole pole. Nenda tu pole pole. Because naonanga just go see. Watu utashikwa huko utabadilika. No. Haya. Nirudi huko ndio mtu asinijua. Sasa ningekuwa tu huko na kamera ya simu. Naenda tu pole pole. Yeah? Okay. Patrick anasema hi, don't be stingy, tumia watu pesa hapana. Lol. Kurutu uko mchanga na umeona haya yote laini. Bana, mimi niko town katikati ya Kisii town. These things are there. Sasa sasa nitoka hapa nini pale kwa niangalie huko. Kama si kavi, they are there. So even you, if you are married, make sure you maintain your money very well. Mwanamume wako usianze kumuringia sijui nini or whatever. Ataenda apimiwa ya 20, akikuta kwa nyuma na kuambia nimechoka na hana haja na wewe. What will you do? Take care. Onyako ya mwisho Lilian Makori. Lilian Makori. Okay. Esther Nanduko. Yes. Maneno yako ya mwisho ni kama Lilian amelala ametoka kwa studio. Maneno yako ya mwisho tafadhali. Mimi nasema tu waendelee kutushikilia hapo hivyo, naona ni kama sasa tutakuwa tukiboeka sana. And uzidi tu kutuisha cause hii mambo ya kukula fair sijui kufanya nini. Hii ni hali tu ya maisha, lakini tutazoeana tu. Bado utaendelea kutuma fair? Bado utaendelea kutuma fair? Siwezi tuma fair. Utaendelea kutuma fair, tafadhali hata mimi nitumie. Nitumie hata ninunue credit hivi. Kabisa kukutumia. Sawa basi. Wewe usiku mwema. Acha niingie nyuma ya tent. Kwambo anasema watching, karibu sana Kwambo. Lilian Makori, are you getting me? Lilian Makori kwa wapi? Lilian Makori unanipata? Yeah. Maneno yako ya mwisho na usitume fair. Maneno ya fair, hiyo maneno sijui tutazungumzia aje ndio hiyo maneno watu wasikiage kutuma fair na kukula fair. Juu sasa hiyo maneno inaendelea kuzidi. Watu hawasikia hata ikiongelewa vyenye unaongelea hivi. Unakuta leo ni mimi naongea lakini kesho nitume fair. Kuna mwenye ameshatuma saa hivi tunaongea. Sasa hata kuna mwenye ashatuma fair vile tunaongea. Unakuta tunaendelea kuongea na tunaendelea kutuma fair. Sasa hiyo maneno Kilioko haki ni kumuomba Mungu atusaidie. Mtu aone mahali ametoka na mtu aone mahali anaelekea. Yes. Juu sasa ukikaa yani unapepwa kama upepo. Yes. Na kuita pande hii unaelekea huko, mwenye na kuita pande hii unaelekea, una msimamo wewe. Unaona? Utaweza tuma fair hata watu 10. Yes.
juu wanakuambia I love you sweetheart na uwaoni ni mitandao munaongelea, amjai kutana, amjai onana, munaonana tu mitandaoni. Unakuta uwezi lala bila kuongea na mwanaume ama bila kumtumia fare. Juu kama sisi wasichana tunadanganyika haraka. Mtu unajua hawa watu ni wagalfu. Huyu nikimuongelesea nimwambie tafadhali niko njaa, si unitumie hata kamia. Msichana anatuma hata ka 1000. Unaona? Hiyo ni ya kukula, hiyo ni ya sapa. Ndio waendelee kuongea. Na kesho naye ikifika mwambie hey babe, njaa, akisi unitumie lunch. Si unaona? Maisha inaendelea hivyo. Sasa ni mtu ujipange. Juu hata tukiendelea kuongea, tunaongea na inapita. Na watu wanasikiza tu vizuri. Unakuta tunaendelea kupeana advice. Na pesa tunaendelea kutumana. Sasa mimi kilioko enyewe mahali tunaelekea ndio kubaya, but ni Mungu tu atusaidie. Maombi sana sana. Ambao wako mashuleni sahi, juu mtu umpatia unataka tumana fare. Juu sasa yani tunaenda vile dunia inaenda. Yani unakuta mtu ujijui unabebwa tu. Ni Mungu tu. Na mtu kama naelekea hakuna kama kutuma fare watu wa fare. Na ujue ya mtu hata yako kuna mahali itakuwa. Uwe mtu ati wewe uendelee, hata yako kuna mahali itakuja kukuliwa. Ukurukutu kumwema. Asante sana na wewe pia Lilian Makori, na asante sana kuja kila siku bana, kuja kila siku. Tena kesho tuko hapa kwa leo tuko hapa kuanzia mwendo wa saa 4. Ngurukutu mimi nilikuwaga backstage. Sasa ni network, sikuwa na network, siku hizi naipata kidogo. Sawa, asante. Karibu. Tuko Sasa kila siku tuko, nikipata matime ninaingia, nikipata uko kwa studio nitaingia tu. Network kama leo nimeshukuru nimeingia, sijaingia. Mimi nakuwa team comment. Nashukuru Mungu kwa umbali amenitoa na kunifikisha hadi siku ya leo. Hata na kuombea mema mazuri. Juu unaendelea kutuburudisha hapo kwa studio. Hata sisi hatuoni inaenda, tunastukia imeenda tu. Right, thank you very much. Bye. Ondoka, shikilia hapo, utatuombea. Wacha nisome comment hapa, alafu ndio tuombe malize. Patrick anasema kwamba Kurutu, don't be stingy, tuma watu pesa. Kwambo anasema kwamba watching. Kwambo, sikudu nisalimie, umepotea sana bana. Patrick Mshiri, I don't see the fear as a big thing because your village girl may be too poor or otherwise mkute kwao hata kama kwa kiwanja mchati pass. Patrick Mshiri, 100 ya fair na mtu awe wako daima sio mbaya. Tena wema nenda zako if she's not really a peach.
By the way, hivyo ndio wanaume wanasema kwamba tenda mema nenda zako. Wanaamua kutumia pesa mpaka 344,000. 344. What? Natuma na pesa. What? Anyway. Thank you guys for joining me. Thank you for joining at KISA Hot TV. Mimi hapa ni Kurutu, Kuntu. Yeah? Someone nite Kuntu. That's my real name. You call me Kuntu, Kurutu, Kuntu. That's the name. Mimi nitakuwa naitika. Nama tena ngwana announcing kuna wasimora. Kuna wasimora announce asende. I just listen wherever I am. Thank you for everybody who was going to hear. We have shared a lot of tumeongea mengi, tumezungumza mengi, tumeambiana mengi. Make jokes somewhere, but somewhere we were very serious. And the seriousness we had is this one. You guys, make sure when you send this fare, yes, when you hear somebody anakuambia sweetheart, anatamka pesa mbele, just run away from that relationship. Run away like a madman. Kwa mwenda wazimu, nenda, block, blacklist, whitelist, yellow list, or whatever. Nenda na kwenda kabisa. The relationship with money, it doesn't work. Educate your children. Waambie mtoto wangu, you know, najua kuna boyfriend, najua kuna girlfriend. At the moment anaanza kutamka pesa, achana na huyo mtu. There is no future there. There is no future. Kila mtu aambie mtoto wake hivyo. So kila mtoto atakuwa na adabu. But mtoto mleavyo ndivyo uko hivyo kama yeye. Anachukua everything that you do. All right. Thank you very much, guys. Patrick Mushiri, that was a full ATM. I appreciate you guys. But let us learn something. Let us learn. Like wake up Lilian sana. If you are new, by the way, hapa KISA Hot TV, subscribe. Bora ambao unataka kuingia WhatsApp group ya KISA Hot TV. WhatsApp nambari ya simu ndio inapita hapo chini kwa screen. Hiyo inapita chini ya screen. Hapo kuna maandishi yanapita chini ya screen ya simu. Wameandika WhatsApp 0700 169 444. That number unatext utasema msonde, so mimi ni fan wa KISA Hot, add me to KISA Hot people fans ambayo pale iko. Utangaza kwa group ya upatana kwa wengine, tupige mshenee pale, tuko free mchana tuongee. Wakati tutakuwa na shida ndio tutakuwa tunakujua kama mashabiki, tutakuwa tunasaidiana kama mashabiki. Pale hiyo kwa sababu wale wakubali kwa group wanatambuana, huyu ni mtu fulani anatoka sehemu fulani, ako country fulani, ako Kenya, ako sehemu fulani. So hiyo nambari ya simu kwa hapo 0700 169 444 inapita hapo chini ndio hiyo. And if you wish to support the studio at anything, na nambari ya ndio hiyo kwa hapo imeweka hapo ya screen hapo chini. If you want to reach out to me, pia namba wangu wa simu kwa hapo screen ya juu. Thank you very much. Pia niko na YouTube channel inaitwa KISA47 ama andika Kuntu TV. Ukiandika Kuntu TV utafika kwa YouTube channel yangu. Pia subscribe upate notifications za kila kitu nawekanga kila siku, news updates, vitu ambazo zinafanyika, tunacheka kidogo, zingine zinatufunza. So thank you for joining Kovera Monenche, na nimefurahi sana. May God bless you so much. May God be with you. So Lydia ni makori, tupeleke kwa Mungu, tuende kupumzika. Lydia ni boka. Halo? Tuombe. Kurukutu. Oh. Umemaliza? Tuombe, nishamaliza. Kufunga umefunga? Nafunga, tuombe. Ni nini? Acha tuombe. Mungu Baba mwema, kwa kutulinda mchana mzima hadi wakati kama huu, Baba Mwenyezi. Na kushukuru kwa unaendelea
sana yetu ya KISA yote natupeaka mawaida nzuri kulinda huyu mwenzetu kungurukutu awaangia kila siku. Tunajadiliana ya dunia, vile dunia inaenda, vile imeelekea, vile imepotoka. Mungu Baba tupate kujielimisha. Ni wengi wanajielimisha kutoka ijana. Wacha iendelee nayo kutuelimisha mengi. Baba Mwenyezi, yote ambayo tumejifunza siku ya leo ikuwe manani kwetu, itusaidie na isaidie wenye ambao wamesikia wanatuma fea na kukula fea. Mungu Baba Mwenyezi, wote na waweka mikononi mwako, waweze kubadilika, kila mtu ajijue na kuangalia juu ya msalaba, hawacha kudanganyana juu ya mapenzi ya uongo. Baba, wote naweka mikononi mwako. Masaa kama hii tunaelekea kulala, wengine wanaelekea kazi zao, uwalinde salama, wape nguvu, afya nzuri wakiendelea na kazi zao. Baba Mwenyezi, na sisi tunaendelea kulala, tunaelekea kulala, utulinde salama mpaka wakati wa asubuhi. Masaa yetu ikifika tuamke, tuendelee na kazi yetu. Sifa na shukrani tia kwako Mungu Baba Mwenyezi, hayo machache tia kwako na Bwana aliye Mungu wetu. Amina. Kote kwa rara. Amen. Huyu amelala ama ushamaliza? And may the grace of our Lord and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Amen. Amen. All right. Good night. Good night to you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, every individual. Thank you, every person who honored to be here tonight. Mawili matatu ndani ya KISA Hot TV. I just appreciate very much humble guys. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu tunaweza kupata. Ya tu kitu ambacho tumesema kwamba ni hii. At the moment you hear na certain relationship with us, somebody ameweza kutamka pesa, we run away like a madman. Usisimame. Well, tupatane tena katika majuma mengine leo katika mwendo wa saa 2 saa 4 kumradhi, mpaka wakati kama huu tupige nayo na kiruka mpaka nayo. Mimi hapa ni Dennis Tafika kama Kukuntu. Nashukuru sana moja Mungu kwa pamoja na nyinyi usiku wote, mchana wote, adhuhuri yote hivyo. Watakia kila la heri na Mwenyezi Mungu akaweze kuongoza. Bye bye, na hii ni KISA Hot TV.